Ni sana. Sasa mgeni wetu wa heshima, kwa sababu ya wakati, nataka kuchukua nafasi hii nialike mwakilishi wa clergy aje hapa aweze kutoa hotuba kwa niaba ya clergy. Karibu sana. Wapi makofi ya clergy? Thank you so much, His Excellency Raila Odinga. I'm spotting quite a number of senior men. See you there. Mheshimiwa Sifuna, Mheshimiwa Kaunya, Mheshimiwa pia Wandai, wengine wote and all delegates. Na wasalimu kwa jina la Yesu kwa sababu ya neema na kibali ambayo ametupea kuwa wa Kenya. Moyo wangu natukuza Mungu kwa sababu ya kutupea inchi inayoitwa Bishop's Council, Bishop John Okude. Niseme jambo moja, jambo ambalo liko katika moyo wangu na ninajua liko katika mioyo ya the clergy. Clergy is peace and development. Kitu kimoja ambacho tunakiomba, we pray that there is tolerance amongst our people. Niseme kwamba Mheshimiwa Raila, hapa ambapo tuko hapa Teso, si ya Wateso peke yake. Watu wanaishi hapa wengi, kabila nyingi, watu wa tabaka zote. Our desire would be that whatever we do as a people, our unity is maintained, and as a person, I would wish na tunakula kitu kimoja, isipokuwa samaki tu ndio iko mbali. Wakati mwingine ukitoka huko ukija na samaki tutakula zote, sivyo? Basi kwa hayo mengi ama machache, nataka kuwashukuru sana kwa kuja. Wateso wako nyuma yako. Asante sana. Wapi makofi ya Pape Mormor? Alafu pole pole vijana tutatulia wakati gavana anachukua nafasi yake ya kuketi. Asante sana. Haya. Alo. Vijana tutatulia kidogo vijana. Haya, asante sana. Mheshimiwa Gavana, karibu sana. Mheshimiwa Gavana, karibu sana. Sasa nialike uwakilishi wa vijana. Baba Raila Odinga ambaye ni baba wa Jamhuri ya Kenya. Si namna hiyo? Ningependa kushukuru sana kuja kwako na viongozi ambao umeandamana na wao. Naitwa Colin Sausi. Na leo hii baba, ninaposimama hapa kuna mambo matatu ambayo ningependa kusema. Jambo la kwanza, kama vijana, tungependa unapochukua uongozi 2027, tunajua kwamba hesabu yako itaingia. Itaingia ama hapana? Hesabu ya baba 2027 itaingia ama hapana? Hata kama mambo yetu ilienda korondo 2022, baba, tunajua kwamba serikali ambayo itakayokuja, ukisema left tunaenda left, ukisema right tunaenda right. Ama namna gani Wateso? Wateso baba, huenda kuna watu wamekudanganya na kukuambia tumehama. Wateso wajahama na kwenda UDA. Wateso wako ODM, ndio chama yetu. Number 3, baba, hii jamali tudanganya kama vijana. Alituambia kwamba hii serikali ni ya boda boda, akatuambia hii serikali ni ya vijana, lakini hatu kujua kwamba hii jamaa alikuwa mkora na akahada wa Kenya. Tungependa kwa serikali yako ya 2027, weka vijana ndani. Chagua vijana ambao watakaosimama kwa nafasi. Si hata waziri akitoka Teso na kuwe kijana, mtashukuru? Tukipewa waziri kijana atoke Teso, tutashukuru? Kwa hivyo baba, tukumbuke kama vijana, tunakuhakikishia tutasimama na wewe. Na mwisho, kwa sababu ile mtu ambaye anarikurutu watu anatoka Teso South, mimi baba, usinisahau. Sina pesa, sina gari, lakini nitasimama mbunge Teso South, kwa sababu ile mama huko anajaribu kuleta mambo ya UDA na mimi nalete mambo ya ODM. Sitoki, sihami na siendi popote. Asante sana. Asante sana. Haya, asante. Huyo ni kijana kutoka Teso South. Kijana kutoka Teso North, quickly. Niheshimu itifaki zote. Baba Mheshimiwa Raila Odinga, Mheshimiwa Paranya,
itifaki zote zikizingatiwa. Mheshimiwa Rais Raila Amolo Odinga, sisi kama vijana kutoka Teso Kaskazini na Teso kwa jumla tumekuwepo na changamoto. Tulipoelezwa kwamba tutapewa fedha za kuanzisha biashara, Mheshimiwa Rais, tulipatiwa shilingi 500 za Hustler Fund. Wamama niwaulize, shilingi 500 inaanzisha biashara? Mheshimiwa Rais Raila Amolo Odinga, tulipoelezwa katika ile serikali nyingine, tuliambiwa kwamba vijana wetu watapewa pikipiki za bure. Ndugu zangu bodaboda, tumepata pikipiki ama tumedanganywa? Tumepata pikipiki ama tumedanganywa? Mheshimiwa Rais, tulielezwa kwamba tutaenda shule bure. Mheshimiwa Rais, naomba nikueleze kwamba sasa hivi karo imepanda maradufu. Wazazi mmeshindwa kulipa karo ama mmelipa? Mheshimiwa Rais, naomba nikueleze kwamba sisi katika barabara hizi tumeshindwa hata kuamsha pikipiki zetu kwa sababu bei ya mafuta iko juu. Kweli ama uongo? Mheshimiwa Rais, juzi mahakama imetoa amri kwamba mambo ya kuongeza kodi ishukishwe chini. Lakini Mheshimiwa Baba Raila Amolo Odinga, yule jamaa ametueleza kwamba mahakama ni ghasia, kwamba mahakama haitaheshimiwa. Tunakuomba Baba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, tunakuomba umweleze yule jamaa kwamba mama hazai mtoto mzee kumliko. Kweli ama rongo? Wewe umemzaa yeye, asija kaleta madharau. Tena Mheshimiwa Rais, naomba nikueleze hivi kwamba sisi hapa Teso tunalumbania kitu kimoja, nayo ni maendeleo. Mweleze yule jamaa, yule rafiki yako mwingine, naomba umweleze kwamba hivi kwamba hatugombanii fedha, kwamba je wao ni kama wanawake wawili wenye mume mmoja. Kile tunacholumbania ni ule mti usokuwa na matawi. Kile tunacholumbania sio fedha, mke mwenza. Tunachopigania ni mti usokuwa na matawi. Mheshimiwa Rais, sisi ni Wateso, tuko tayari kufanya kazi nyuma yako chini ya ulinzi wa ndugu Mheshimiwa Baba Honorable Edward Oku Kaunya. Wacha Mungu awabariki sana. Asante. Haya, asante. Vijana wetu ambao wako huko kule nje wote warudi ndani na watulie. Sasa nialike mwakilishi wa kina mama kutoka Teso South. Mwakilishi wa kina mama kutoka Teso South, quickly. Karibu sana. Emri yako liae. Emri yako lia. Ebu sisi wote tupunge kofia zetu juu ya baba. Baba. Najivunia sana kusimama hapa mbele na baba. Ukiangalia tunafurahi sana kukuona mbele yetu, Honorable Baba Amolo Odinga. Tunashukuru hata kuona Baba Uparanya, Andanyi, gavana wetu, naona umewasili, karibu sana. Mimi nikiongea, baba nataka nikiongea usikie na uniangalie vizuri. Yes, baba, sisi huku hata kaa nyumba yako inatonya na ni nyumba ya nyazi, tunakufia wapi? Ndani. Hata ukiwa na gorofa yako, wewe ishi kwa gorofa, sisi tunaishi kwa nyumba yetu ya nyazi. Babu, ukiona tukiwa hapa hata ungesema unaingia saa 6 usiku, ungepata hapa hivi tumejaa. Kwa sababu tunapenda nani? Baba. Mimi nafurahi sana. Tulidanganya ya kwamba mama mboga. Sioni mahali mama mboga ameenda. Mama mboga bado ni yule. Mama mboga amebadilika. Mama mboga hajabadilika. So baba, angalia mimi ukiniona, sisi wengine tumekosa nomination. Wamama wengine tunafanya kazi, lakini ikifika wakati wa nomination tunawachwa wapi? Nje. Tunawekwa kando. So tafadhali lenye ningeomba pia muwe mkituona ikifika wakati tumekufa na nyinyi, msituache wapi? Nyuma. Baba, nikimalizia, nakushukuru sana kwa kutuchaguliwa Deputy Secretariat ODM Mama Catherine Omanyo na havi #kipepeo. Nashukuru sana kwa hiyo baba, ulituchagulia mama. Busia County tunafurahi. Sitaongea mengi, kuna mwenzangu atakuja anene. Asante kwa hao, mikono juu. Kila mtu apige ODM. Haya, asante sana. Asanteni sana. Mwakilishi wa kina mama kutoka Teso North. Haya. Bendera ya baba. Salamu ya baba. Baba, tunakukaribisha Teso North. Baba,
hawa wamama unawaona hapa, mvua ikikuja, jua ikikuja, tunaanguka na ODM na tunaamuka na ODM. Na slogan yetu Teso North tunasema hivi, tunakufa na ODM na tunafufuka na ODM. Baba, tunataka kukuomba kama wamama wa Teso North, tumeteseka mwaka mingi sana. Baba, tunaomba kitu ya kwanza, tulikuwa na mama Florence. Mama Florence ndiye mama alitukumbuka. Wakati alienda akakumbuka, akaleta hapa mchango ambaye alichangia wa mama wote Busia County. Akasema wale wa mama ambao wajafanikiwa kwenda kupata nomination, wacha tuwawekee kitu, nyinyi naye muanzie hapo table banking. Hiyo ndio mwisho ya safari. Baba, tunakuomba leo hii, wote hatuta fit kwa nomination. Wengine wamelia tuliachwa, lakini wote hatuta fit. Kwa kusema ukweli, nomination Teso North hatungepata kwa sababu tulikuwa na mjumbe mmoja. Lakini tunaomba Baba, our able secretary, tafadhali mukirudi kule mtukumbuke. Mutufanyie tu arambe moja, leta watu wote wa ODM, wajumbe, senators, MCS, wakuje hapa Busia watuchangie, ili sisi wa mama pia tupate kitu jinsi mama Florence alifanya. Baba, tunaomba viongozi wetu wa ODM ambao wamechaguliwa kwa ODM wasitu put off, watukumbuke. Hata tukiwapigia simu tukitafuta kwa maofisi yao watukumbuke. Tunashukuru wenzetu ambao wako hapa leo. Tunaomba hivi, our able governor, tulikuchagua na tutakufa na wewe na tutafufuka na nyinyi ofisi ya ODM. Tunawaomba mtukumbuke. Jambo moja nataka niombe. Wakati ule tulielewana kama nyumba ya ODM, tukagawa slots. Slot yetu ya wamama tunaomba mturegeshe wakati ikifika. Asanteni sana. Haya, asante sana. Sasa kwa sababu ya wakati nitaomba nimlete mwenyekiti wa ODM kutoka Teso South. Aje hapa. Mwenyekiti kutoka Teso South wa ODM. Karibu sana. Basi Baba Prime Minister wetu mpendwa Raila Amolo Odinga, tunakukaribisha hapa Teso na Busia kwa jumla. Kwa siku ya leo sisi wote tumekaa tukijua kwamba yale ambaye umeamua kukuja kuona sisi ni kwa ajili ya upendo wako na watu yako ya Busia. Kwa hivyo sisi tuko na furaha kubwa na tunajua kwamba ile safari Baba Senior Odinga mwenyewe alianzisha, na sisi wakati alikuwa kwa KANU wakaenda KPU, sisi wateso pia tulihama tukaenda kwa KPU. Hiyo ni tayari ni upendo tumekuwa nanyi tangu tupate uhuru. Na sisi hapa Busia tunataka kuhakikishia Baba kwamba tuko na amani, tunafanya kazi vizuri, na tunaomba tu sukuma hii watu ambaye wanagawa pesa huko Nairobi, watuletee pesa kwa kila kaunti haraka sana, kwa maana tunaanza kukaa na njaa. Kwa sababu mtu anasema kwamba anataka housing levy. Hatutaka housing levy, tunataka pesa ikuje wapi? Kwa kila county. Mimi nafikiri ndugu yangu Wandai nasikia, kwa sababu ukifika Nairobi kirudi ujue kwamba sisi tunataka pesa iteremshwe ikuje hapa kwa kila county. Baba, hii safari yako ni tayari ni kuonyesha kwamba yale umesimama tangu Kenya kuwe uhuru, tuko na wewe. Na 2027 usichoke, tuko nyuma yako 2027, usichoke. Si abonga beite ngene.
2027 asimame, si ndio? Baba kuwe president yetu 2027, si ndio? Wangapi wanasema baba asimame? Mikono. Na hiyo 2027 baba kuwa rais, itakuwa kwamba sisi hapa Busia pia tukue na umoja, ili umoja wetu ndio tasukuma nani baba kuwa president. Tukae na umoja wetu, tukae kwa nyumba yetu ya ODM, ile porojo ingine wachipite. Yala maonika jokeni. Huyo ni chairman. Wapi makofi ya chairman mara moja? Haya. Chairman Teso North. Chairperson Teso North. Nitaomba ongelie ako na shida kidogo kwenye miguu. Halo. Wageni wetu waheshimiwa, kuanzia kwa baba Raila Amolo Odinga, Deputy Party Leader, mheshimiwa na governor yetu, hamjamboni. Mimi sina mengi, langu ni kushukuru. Langu ni kushukuru Hello? So mimi sina mengi ya kusema isipokuwa nataka kushukuru kwa wageni wetu. Nikianzia kwa Deputy Party Leader, amekuwa na sisi kwa muda. Yala ambao alituambia tulifanya. Deputy Party Leader ndio alikuwa anashikilia hapa Western. Na akatuita akatuambia yeye nataka leo Teso North ikue ODM. Tulikuwa tumenyang'anywa, lakini tuliungana tukahakikisha tumepatia nini kikiti. Na tukapata MCA ndio walitunyang'anya kwa wengi. Lakini tulipata tu Teso North mmoja. Sauti tuko na wengi. Lakini kwa haya yote nataka kuomba wale tulichagua. Ukiona hao delegates, hao watu wanalia. Hao watu wakati ya kampeni mnakumbuka hawa. Lakini kifika wakati Lakini kifika wakati mtu anaingia kwa ofisi hataki kuona sisi. Hasa mimi naomba gavana yetu ya Busia, wewe ni mtu yetu ya ODM. Tambua sisi. Tunaweza enda huko kwa ofisi hakuna mtu anatutambua. Tafadhali hatutaki kupoteza hiyo kiti yetu, tutabaki na wewe, lakini kumbuka sisi naye. So na uheshimu Deputy Party Leader yetu Oparanya. Kama sio Oparanya hapa ingewezekana. Tulitupia Oparanya, alikimbia hapa, alikimbia paka tukasikia maneno yake, tukakataa mambo ya UDA, paka tukapeana kwa mheshimiwa Otoma. Lakini tafadhali tafuta hata siku moja kutana na delegates across the county. Mimi naona maji natingika sana na tutaki kupoteza. Tafadhali yale ambao tunasikia, ndio kuna serikali ya juu na kuna serikali ya ndani ya county, sio mbaya kufanya na hawa pamoja, lakini angalia nyumbani sana kushinda hawa. Kwa hayo mengi naomba governor, tafadhali kumbuka sisi tunahangaika kwa county. Sisi wengine tumelemewa hivi tukitafuta. Lakini Deputy Party Leader alinikumbuka mimi, huyo akaniita, hata ugonjwa yangu alishughulikia. Akanipeleka kwa baba akatoa pesa ndio nikaenda kwa hospitali. Tafadhali wewe naye governor, chunguza watu yako na utambua hawa. Asante. Haya. Si mmesikia kutoka kwa chairman wenu? Ameongea mambo yake na ameweka waziwazi. Amekuwa straight. Pigia yeye makofi mazuri. Haya, asante. Sasa wacha nimwalike SG
wa Teso South. SG wa Teso South yuko wapi? Kuja, chap. His Excellency, the former Prime Minister, our governor, sitting MCAs, former MCAs, women rep, and all protocol observed. Langu ni kwamba watu wangu wa Teso South, Teso North, ODM. Baba, nikiwa mbele yako Teso South, number 1, wewe ulitupea kitu inaitwa Teso ambayo ilikuwa Amagoro. Number 2, ukatupea Teso South, Teso North kupitia kwa mkono yako. Leo hii Busia County, from that minority, we are the majority in Busia County. Kweli ama sio uongo? We are the majority in Busia. So baba, weka mkono ndani ya Teso South, Teso North. Sisi liwe liwalo, tunalala, tunaamuka na wewe. Number 3, wamesema mambo ya nomination. Baba, sisi tumetembea ndani ya ODM 10 years down the line. Tumekuwa ndani ya chama bila kutingika. Hata liwe liwalo, sisi baba, tutalala, tutaamuka na wewe. Wewe tupiganie, utupe haki yetu inaitwa Teso County. Number 1, tupatie Teso County. Yote itapitia kwa mkono yako na Mungu atakubariki zaidi. Sawa? Watu wa Teso South, watu wa Teso North, emuria goliae, amekelenga nyamata. So papa, leo hii tukitoka hapa tunajua kuna inaitwa ejasiboriche madodoa. Wanasema tuunge serikali, sisi tukatai. Lakini serikali tutatembea nayo kama imekubali pia matakwa yetu. Sawa? Asante sana baba. Kwa niaba ya Teso South nasema karibu nyumbani. Haya. Wapi wa Teso North quickly? Sema tu jina, mfupisha haraka. Baba, karibu Teso. Deputy party leader, karibu. Governor wetu, karibu. SG, wewe ndio mkono yetu. So ninawatambua viongozi wote, divide wote, mama county, kila moja nawatambua. So sisi Teso baba tumeteseka. Teso umeteseka. Wanasema ni wateso lakini tunateseka tu. Ile kitu tumeshindwa kidogo. Sisi kama hapa Teso North tuko na MP wa ODM. Lakini nomination hapa hatujapata hata moja. Hawa mama sisi apply na hakuna kitu. Wengine wameuza makuku, wameuza ng'ombe, wanauza kata watoto wameuza. Kutafuta hiyo kiti ya nomination, lakini hawakupatiwa. Tafadhali wale wako kwa serikali mkumbuke viongozi wetu wale wa Teso wenye wako kwa nyadhifa mbalimbali, ikiwa kwa county government ama national government. Tafadhali murespect hao viongozi na wapatiwe naye nafasi yao. So mimi sina mengi ya kusema kwa sababu mimi ndio host leo hapa na wakaribisha nyinyi wote Teso North. Asanteni sana. Wapi makofi ya SG? Sasa niende kwa level ya county. Nataka yule county youth representative, Anyango. Kijana mzuri, very good. ODM. Baba Tivim. Baba Tialala. Mimi ndio James Anyango, Youth League Chairman ya ODM. Mimi niko na ombi tu kwa viongozi wetu, kuanzia MCA mpaka kwa baba. Naomba tukimaliza uchaguzi, kuanzia kwa MCA mpaka kwa ofisi ya nani? Ya baba. Tukufe na vijana wale walikufa na sisi, na timu yote ya ODM wapangwe mpaka sisi pia tusonge pamoja. ODM. Asante. Aya, asante sana. Sasa yule wa mwisho kabisa ni county SG, ni to introduce MCS peke yao. Just introduction, tusonge mbele. County SG hayuko. Asante.
Sasa nialike MCAs wote ambao wamefika hapa, na wanapokuja MCAs popote mlipo, haya MCAs wataongelea kule kwa kiwanja, si namna hiyo? Haya, but tuko na Mheshimiwa Denzel yuko pamoja nasi, tuko na Mheshimiwa Ngole wa Ngoromo yuko pamoja nasi, tuko na Mheshimiwa Leonard Onyondo pamoja nasi. Alafu mwisho sasa ninapochukua nafasi hii ni mualike mjumbe wa hapa. Mimi mwenyewe ni Mheshimiwa Ronald Luchalu, mimi ndio MCA wa hapa na pia naibu speaker katika county assembly ya Busia. Baba, nataka kukukaribisha hapa na niseme kwamba wewe uko nyumbani, na kama Wateso tumesema baba karibu ore. Baba karibu wapi? Baba karibu wapi? Baba karibu wapi? Kwa hayo mengi, kwa sababu mengi tutazungumzia kule, wacha ni mtambue Mheshimiwa Speaker Frederick Odilo ambaye yuko pamoja nasi, aja mwalike majority leader wa huko pia aseme neno, naenda namna hiyo kialika MP. Majority leader kuja, alafu taalika Mheshimiwa Speaker. Aya, emu ya kolia. Emeklengo nyamai. Bwana Yesu asifiwe. Ni raha kuona baba, si raha. Kwa haraka kabisa, baba wetu wa taifa, nilisema juzi Machakos kwamba sisi Wateso wote, ule rais tulimchagua ambaye bado ni rais wetu wa 5 wa Jamhuri la Kenya, anaitwa Engineer Raila Amolo Odinga. Onge nyarte Peter Imwatok Jateso, Chairman maandamano Nairobi na Turingi. Nashukuru sana baba rais, MP wetu na wote ambao wamekuja hapa. Iteso, nilisema Machakos, eji epunda kwa mteremuko kama mkesi, kukunai ijukaro. Kwa hivyo sisi tunataka kusukuma serikali ya UDA paka palutafikisha kwa ile nini? Mtaro. Nikaambia kwamba Wateso wanalalamika. Governor wa Busia, tunakupenda. Governor wa Busia. Governor wa Busia. Governor wa Busia. Governor oe. Governor oe. Wateso wanalalamika. Wateso wanalia kwamba vijana wao wanafutwa kazi, kwamba vijana wa Wateso wapewi nafasi, na tunashukuru umekuja. Beba watoto hawa wote wakuwe watoto wako. Cha pili, sisi kama Wateso tunaomba kitu moja, inaitwa heshima. Wateso wanaomba nini? Heshima. Kitu ngapi? Inaitwa nini? Heshima. Na tunakupenda governor, serikali yako, na tunapenda serikali yetu ya county. Lazima Busia ipate maendeleo, lakini Busia haitawahi pata maendeleo chini ya serikali ya wakora. Nilisema serikali ya UDA ni ya wezi, na sisi kama Wateso, sisi si wakora, sisi si wezi, hatujainyang'anya mtu Kenya. Ule aliyekuwa governor ni mtoto wetu, nampenda Ojamong. Lakini governor, ilishtua juzi, Ojamong anasema ya anafanya biashara na serikali ya Ruto. Sisi Wateso hatufanyi serikali ya ulagai. Hapo ndio Mheshimiwa Tom ametusaidia kidogo. Ojamong ameongoza county government ya Busia zaidi ya miaka 10. The best sifa alitupatia ni kuiba milioni 8. What a shame. Kwa hivyo sisi kama Wateso tuko nyuma ya Raila Amolo Odinga, ndio rais wetu. Ni kweli? Nilisema juzi kwa matanga hapa Teso, baba amelea Ojamong kwa miaka 30. Baba amelea Oku Kaunya, paka wakati Oku Kaunya alikuwa anatafuta serikali mbaya, baba akamkuza, akampoteza, akamfiga. Baba ameongoza Mheshimiwa Atodera. Baba ameniongoza Nairobi. Iteso ongeteso tubun ko Nairobi. Araitonge majority leader ko Nairobi. Si kwa mapenzi yangu. Emojongtulo ejeni Teso. Emojong leje na chani Kiteso. Mwingine anatuambia tupende panya route. We are not going for a panya route. We are going for a real road taking Raila Odinga to State House. Hii biashara nyingine tuko nayo.
Kwa hivyo tuongee mengine kwa huko kwa uwanja. Asanteni kwa kukuja. Mheshimiwa Deputy Speaker, Speaker wetu. Speaker, karibu ukaribishe MP wetu, tuharakishe tukimbie kwa uwanja. Asanteni sana. Baba karibu. Ore. Baba ore. Baba karibu. Ore. Baba karibu. Ore. Toa kofia. Baba karibu. Baba karibu. Baba karibu. Kwani watadu? ODM. Kuna waheshimiwa wawili kutoka Nairobi. Mheshimiwa Lawi, inua tu mkono. Mheshimiwa kutoka kwa bedroom ya baba. Kuja karibu. Huyu ni mheshimiwa kutoka kwa bedroom ya baba Kibra. ODM. Mheshimiwa Maloba kutoka kwa bedroom ya baba ya pili kwa Babu Owino. Mheshimiwa kutoka kwa Babu Owino kutoka hapa Vihiga. Lower Savannah. Asante sana. Deputy Speaker wetu. ODM. Baba, tunashukuru kwa kufika kwako hapa Malaba. Gavana wetu asante pia kwa kuja na viongozi wetu. Sisi nafikiri mambo yetu ni machache leo. Tumeleta baba hapa kurejesta wageni wa, si ndio? Na wale pia walikuwa wametoroka pia kama wanataka waru. Bas, baba hapa Busia tumepata kashetani kidogo. Iko watu badala wangane na mambo ya chama yao wameingilia chama yetu ya ODM. Unapata mtu alitoka ODM alienda, lakini siasa yake ni kuangalia mambo ya ODM inaenda namna gani. Wewe kama ulikuwa governor, wewe kama sijui ulikuwa women rep, kama ulienda. Waachia watu wale wamebaki wafanye ka. Sisi tunataka kama family ya ODM tuchunge ODM, si ndio? Hii mambo kidogo kidogo iko hapa na hapa tutatengene ama namna gani? Itatushinda kupanga hiyo mambo? Bas, mimi sitasema mambo mengi, nataka kuchukua hiyo nafasi kumuita mheshimiwa wetu Ouku Kaunya ili aweze kuja kuendelea na hiyo program ingine. Mheshimiwa Ouku Kaunya, karibu. Thank you. Asante sana. ODM. Asante sana. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, kiongozi wetu wa ODM. Papa, karibu. Ore. Emuri akolia. Idia utonu papa. Anu be kare kakanin. Baba, watu wa Teso wamekukaribisha na wamekuwa wakingojea siku ile utafika hapa, na leo umefika. Tumefurahi wote. Tachukua fursa hii kuwajulisha tu wenzangu ambayo wako hapa. Tunajua tunaenda kuzungumza kule, watataja tu jina na tuelekee. Taanza na mrembo wetu Mheshimiwa Omanyo. Mheshimiwa Omanyo, women rep. Wanataka useme tu jina. Okay. Emuria Koliae. Habari ya vijana. Sionekani, nimeonekana sasa. It is well. Mimi nimekuja hapa kwa sababu baba yuko hapa kwa maneno ya recruitment. Nitaongea vizuri huko mbele. Hapa najua kuna siasa mingi sana. Mubarikiwe. Asante. Ebu tusikize. Osilu, ejasi tungaluka polok. Lue jasne kasipnosi. Nitakuwa Mheshimiwa Oundo. Taja tu jina, tutaenda kuzungumuza kule. Haya. Baba Raila Amolo Odinga, delegates wa ODM na wageni wote. Hamjambo. ODM. Tuwe na umoja katika chama cha ODM. Asante sana.
Sasa kwa sababu ya wakati na baba amepatiana advice, tutafanya hivi. Nitajulisha nitajulisha wale wajumbe ambayo wako hapa, wenzangu kutoka the National Assembly, na tuko na Mheshimiwa Oyula. Makofi. Asante mzee wetu. Tuko na Mheshimiwa Oundo ambaye amezungumza, Mheshimiwa Majority Whip, Majority Leader. Asante Mheshimiwa Wandai, si mnamjua? Alafu tuko na SG, ngazi yake iko juu. Hebu Mheshimiwa Sifuna ambaye ni senator yuko hapa. Tuko pia na deputy governor wetu ambaye yuko hapa, Ikoku Nikore. Asante. Na mwisho nafikiri tuko na Mheshimiwa governor wa hapa, Mheshimiwa Otuoma. Aya, asante ODM. Asanteni sana delegates, mumesikia tutazungumuza kule na yale mumezungumuza nimesikia. Si ndio? Nimeona Fosia hapo, nimeona mzee Omodia, nimeona chairman wetu na SG wetu. Siko namna hiyo? Najua kuna wale kidogo wamesonga kidogo, si ndio? Lakini wengi bado hawajaso, na tunaendelea serikali kidogo kidogo namna hiyo. Ile tu kitu mimi nataka kupigia delegates asanti. Nataka msikize. Ile nataka kupigia delegates asanti. Unajua mumesimama na baba hii miaka yote. Na mnajua kuna ukora kidogo inaendelea hapa. Na nimeona mumesimama gangari. Kwa sababu tumetembea na baba hii miaka yote zaidi ya miaka 30. Na hapa Teso is very important. Mengi nitasema huko. So mimi natoa shukrani kwenyu sana. Na hiyo vile mumesema pale bado iko kasoro kidogo, tutapiga msasa. Sifosia unajua hii maneno. Hata Omodia anajua. Siko namna hiyo. Iko kasoro kidogo kidogo, unajua hii vitu haiwezi tosha, lakini tutajaribu. So leo tuko na baba, tupatie baba heshima, tulete watu wengi kwa chama. Teso North iko mbele sana. Najua tutazungumuza huko statistics ya ODM. So Teso iko mbele sana. Na tunataka tuendelee namna hiyo. Asanteni sana, Mungu awabariki. Wacha sasa nichukue nafasi hii. Okay, wacha Kaunya kwa sababu mjumbe hapa anataka kusema kitu. Baba, sikutaka sio kuvunja protocol. Ni kwa sababu mimi nikiwa mjumbe wa hapa, nisiposema neno kwa yale maneno ambayo amezungumza, hawa wananchi wa Teso watashangaa. Mambo matatu tu baba nataka kusema. Kwa hawa viongozi na wananchi wa Teso ambayo wako hapa kutoka Teso North na Teso South, umeyasikia mambo matatu ambayo imesikika. Moja ni kuwa katika nomination za ODM kwa election ilipita, tulikuwa na nafasi 10. Kwa hii nafasi 10, hakuna Mteso hata mmoja alichaguliwa. Na kwa sababu najua hiyo mambo inaangukia gavana wetu, kwa sababu yeye ndiye alikuwa ameongoza kamati ya kufanya nomination. Ndio yale ametaja kuwa amesikia, atajua vile atasaidia kuhakikisha wale hawakuwa nominated waingie kwa serikali, angalau wao yanapata kitu. Hiyo ni jambo moja. Bonge tema soskongen. Jambo la pili, Mheshimiwa baba, eneo hii
ya Teso tuko na municipality ambayo sasa imepewa municipality ya Malaba. Municipality ilipewa kitambo, lakini malilio ya hao watu ndio wapate kupata ajira na kupata maendeleo zaidi ni kuwa gavana na executive yake kwa county wapeane pesa na wapeane independence ambayo hii inaweza kukua. Kufikia sasa hakuna pesa, hakuna kitu. So tunaomba hiyo kupitia wewe kwa sababu gavana wetu ni wa ODM. Aya ya tatu, baba, ni jambo la kuwa wewe ndio baba wetu wa devolution. Wewe ndio umeanzisha devolution. Baba, devolution, sababu ya devolution ni kuleta maendeleo karibu na wananchi. Watu wa Teso wameomba kupata county ya Teso. Wanaomba wewe mkono yako kupitia ile dialogue committee, kupitia ndugu yako na yule ambaye iko na wale viongozi, tuko na majority hapa. Kuna bili takuja, lakini kwa sababu ya maneno yako moja tu itatuokoa. Bongo gini. Mimi sitaki kuongeza zaidi ya hiyo. Kwa ruhusa yako na ruhusa ya gavana asione kuwa nimesema yeye ni mdogo, nataka kumuomba deputy party leader akukaribishe baba. Karibu sana. Wateza mjambo. Mnajua mimi ni mmoja wenu, si ndio? Simuliniona nikitafuta kura hapa? Mliniona nikitafuta kura hapa? Asanti, mlipikia bwana huko Kaunya kura. Lakini shida ni moja. Shida watu wangu, shida ni kwa MCA 12 mlileta MCA. Sasa nomination mngepataje? Jameni, nomination mngepataje? 3 MCA wanaleta nomination. Sasa mnalia nini? Mchilie wenyewe. Wakati huu next time you must make sure you have enough MCA. Ndio mupate nini? Karibu baba. Karibu baba. Nataka nyinyi wote msimame nikaribishe Raila Amolo Odinga. Tutaongea tukiwa huko. Haya. Ateso emura koliai. Asanteni sana Ateso yoga. Asanteni sana. Naweza kukaa chini. Sasa mimi niko na furaha. Nikiwa hapa mimi niko nyumbani. Najihisi sana niko nyumbani. Kwa sababu nilisema tukianza hii mambo ya kufufuza chama na tukiingia katika mkoa ya Magharibi, tuende huko Teso, alafu ndio turudi huko chini Busia town. Siku ya leo hapa ndio mkutano ya kwanza ambayo tumefanya mwaka huu ya chama hapa Teso, na sababu yake nyinyi mmesimama imara kwa miaka hizi zote, na sisi Wateso wamekuwa napiga kura 100%, sio? Kwa sababu mimi niko na furaha nikifika hapa nijua niko nyumbani. Na hii ziara imeanza zamani na Jaramogi na Wadui wa Prom, wakati ile ya kupigania uhuru. Mnajua namna hiyo, na imekuwa namna hii yote. Mimi nichukua Ujamong kama mtoto mdogo sana, ametoka kwa chuo kikuu, nikabeba kaleta hapa, kasimama 1992 wakampiga kabisa. Nikamwambia ile ilikuwa na kufundisha wewe, ulikuwa unadema kama mtoto pana dema. 1997 tukarudi tena na hii, sio?
vile vile kawa namna hiyo hiyo. Mara ile sasa kawa wakaweka ile kura yao ya bandia mingi sana, lakini kasema bado tutaendelea tu. Kifika tu sasa mambo yakawa tofauti, sio? Kwa hiyo sisi tuko sawa sawa na Wateso, kila mara wanafanya vile tumesema tutafanya. Sasa leo mimi nimekuja vile vile kupiga mbio la mgambo. Mbio la mgambo ikilia kuna jambo. Kazi tunaenda pale, nimesikia yale ambayo mmesema hapa. Wale mama wameongea, wamesema swala nyeti. Ukuu Kaunya amejumulisha akasema mambo matatu. Moja akasema mambo hii ya nomination ambayo amesema kumekuwa na utata. Ati Wateso wanaona wamebaguliwa au kupata haki yao, sio? Tuma vile amenieleza sababu yake, na tutatatua hii maneno isifanyike tena. Sawa sawa. Pili, umeongea juu ya mambo ile ya county. Wateso wanataka county, sio? Hiyo si Wateso peke yao, hata kule Wakuria wameongea juu ya mambo ya county. Wale wa Mount Elgon, wale wa Sabaot wameomba county na kadhalika. Hiyo ni maneno ya kitaifa, itaangaliwa kitaifa wakati watu wanaketi chini ili tuangalie. Manake hii mambo hii ya ugatuzi kulikuwa na pingamizi kubwa sana. Mnajua kwamba kwanza tulianza na regions 14 ambazo zilikuwa ni kubwa. Manake devolution haiwezi kufanya kazi vizuri kama ziko ndogo ndogo sana mingi. Zikuwa niko chache kama angalia waende kule Amerika. Amerika ni continent mzima na iko na states 52. Kenya ni kama moja tu ya ile states, kama Texas peke yake. Lakini Kenya iko na 47. Ni mingi sana. Manake wale ambao walikuwa wanapinga ugatuzi ndio walisema ziwekwe ndogo ndogo sana ili ziwekwe naweza kuwa control kutoka juu. Mbeleni huku tulikuwa tumeweka. Tulikuwa kule Bomas, kulikuwa na utata. Wateso walisema hawataki kukua pamoja na, waliweka pamoja na Bungoma. Ati wakiwa wale wa Bukusu wakati wanaenda kwa ile sherehe ya kutahiri wanaleta shida mingi sana. Wanashika Mteso, mtu mzima anatahiriwa na kwa nguvu. Wakasema wanataka wawe peke yao. Hiyo ndio majadiliano tulikuwa nayo katika kule Bomas of Kenya. Shida ikawa kubwa sana juu ya hiyo mambo hii ya tohara. Ati mtu mwingine anasema wewe ni mtoto mdogo, maana yake wewe hujatahiriwa. Hiyo si ni mpumbavu? Si ni mpumbavu? Si ni ujinga? Mnaambia ukivuka tu mpaka ungia Uganda hapa. Uganda hapa makabila mbili peke yao ambao wanatahiri. Wagishu ambao wanahusiana na Bukusu na Wabokonjo. Bakonjo wako kule ile mlima wa Rwenzori peke yake. Waganda, Wasoga, Wanyankole, Wabanyoro, Abatoro, Wakumam, Wateso, Wacholi, Walangi, Walugbara, wote watahiri. Hii mambo ya tohara ndio ya Bantu ya Kenya hii peke yake. Bantu pandile watahiri. Hii mambo ya tohara ni kitu ngini sana, ni kitu ya dini tu. Ilikuja dini ambayo ilipita huko Ethiopia ndio kaingia hapa Kenya kwa Mabantu hapa. Bantu hata kuingia kule DRC hawatahiri. Hata ukienda kule Cameroon hawatahiri. Hata ukienda kule South Africa hawatahiri. Mambo ya tohara ni kitu kidogo sana.
Ni mtu ambaye anachukua mambo ya utawala kama ni kitu kubwa sana, ni mpumbavu. Mpumbavu sana. Kama ile mambo ya kutahiri akina mama. Na kwenda kukata nembe ya kina mama. Alafu anafikiri amefanya kazi muhimu. Mjinga hiyo. Si ni ujinga hiyo? Nataka kutufundisha hao watu wa adabu ili waelewe ati mtesa hawezi kuongoza manake bado hajatahiriwa. Nani anasema kitu kama hiyo? Hiyo nilisema mtu kama huyo alaniwe. Sio ni rishwa hiyo? Sio ni shetani hiyo? Sio ni shetani? Sasa mimi nasema shida hiyo tumesikia na tutaangalia vile tutatatua. Sasa mimi nataka, nifurahi sana kuona vile mweka kofia ya ODM. Tunataka kuimarisha chama chetu iwe na nguvu. Chama ndio ni ngao. Chama ndio ni mkuki. Chama ndio ni uta. Ndio mshale ya kushika hatamu ya utawala. Kama chama yuko na nguvu, inaweza kushika hatamu ya utawala. ODM wakati huu ndio chama kubwa zaidi ambayo wale wengine sio vyama. Vyama maana chama mpaka kiwe na sera. ODM ni chama ambayo iko na sera na vile vile mwongozo kamili ambayo imeandikwa na unaweza kusema ODM inasimamia hii na hii na hii. Ujamaa ya kidemokrasia. Hiyo ndio sera ya ODM. Ujamaa ya kidemokrasia. Social Democratic Party. That is ODM. Na tumeweka katika ile nini mwongozo wetu vile tutabadilisha hali ya maisha wa Kenya tukishika hatamu ya utawala. Tumeongea juu ya mambo ya vile ugavi ya rasilimali itafanyika. Kwa hiyo tumesema ya kwamba kuzalisha mali tutafanya wananchi na fanya biashara kibinafsi kujenga mali. Lakini ugavi hiyo mali tutahakikisha kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kulala bila kuwa na chakula. Haki ya kibinadamu. Kwanza haki ya kuishi, the right to life. Pili, haki ya chakula. Kila Mkenya ako na haki ya kupata chakula, asilale na njaa. Tatu, haki ya afya, right to health. Nne, haki ya kupata elimu, right to education. Haya yote tumeweka katika taarifa yetu kama chama. Hii yote tumesema ni haki ya kibinadamu. Tano ni haki ya kupata ajira, right to employment. Haya yote tunatofautisha sisi na vyama vingine. Na tumesema tukifika pale, tumesema kwa mfano kila Mkenya, mtoto ambaye amezaliwa hapa, hata kama wazazi hawana pesa, atapata elimu kuanzia nursery, kupitia primary, secondary, mpaka chuo kikuu. Sawa sawa. Hiyo sisi tulisema. Na tulisema vile vile ya kwamba wale ambaye ni maskini hai ambaye hawana mapato yoyote, tutawapatia nguruwe 6 kila mwezi. Tulisema namna hiyo. Tulisema namna hiyo. Tulisema namna hiyo. Na tulijua pesa itatoka wapi. Tulisema ati wale wajane au wamama ambao wana watoto na hawana mabwana, single parent mothers, tunapatia msaada. Sawa sawa. Tulisema namna hiyo. Yale yote haikuwa tu maneno tu tupu. Tulikuwa tunasema na tulikuwa tunajua pesa hiyo itatoka wapi. Hawa walikuwa natoa ahadi kubwa. Tutaangalia mama mboga, tutaangalia bodaboda, jua kali, mahasla. Hiyo yote ilikuwa ni hiyo ni. Sinisema hiyo ilikuwa ni maneno tu matupu. Ilikuwa ni kama kunyamba kwa punda tu. Sasa yale yote imekuwa sasa, unaona vile shida iko hapa.
ushuru kila siku. Ushuru imeongeza mpaka imefika mahali sasa watu nasema uchukua mshahara niwache mimi ushuru. Manake ushuru imekuwa kubwa kuliko mshahara. Si ushuru imekuwa kubwa kuliko mshahara. Na kuna mahali wanaenda. Hii hakuna mahali inaenda. Hiyo pesa inaenda kutoka mfuko ya watu binafsi. Ufisadi imezidi. Uchumi hawezi kuendelea kama wale ambao wamepewa jukumu ya kufanya kazi hawafanyi kazi sawa sawa. Tumekuja hapa ni mpaka. Tumekuja na chopa. Ukiangalia ile mstari ya malori kutoka pale mpaka kule ni makilomita zingapi? Lori inaweza kulala hapa siku 3, sio? Hiyo ni uchumi gani hiyo? Si mimi nilipokuwa waziri mkuu nilikuja hapa. Nikakaa mpaka nikatatua hiyo maneno. Si mrudie namna hiyo. Hii sasa uchumi gani bana ni? Uchumi inaathirika upande ile ya Uganda, kule Rwanda, kule DRC, kule Sudan Kusini kwa sababu ya haya hapa. Shida iko hapa. Ni kitu gani ambayo lori ambayo tayari imeshakuwa checked, imetoka Mombasa, ikibeba shehena, imeshua checked huko Mariakani, kule Nairobi Mlolongo, kwa barabara yote ikifika hapa tena inakuwa checked siku 3 inapeleka hapo. Ya nini tena? Hii ni watu ambao hawajui kitu wanafanya. Wanalala Nairobi. Wanakota pesa lakini hawajui kufanya kazi vile inatakikana. Uchumi hawezi kuendelea namna hiyo. Sawa sawa? Kwa hivyo sisi tuko pamoja. Tunataka wateso waingie ndani ya chama. Vijana waingie ndani ya chama cha ODM. Watoto. Nataka chama iwe na nguvu, iwe na youth league kubwa, women league, wakina mama ndio maua ya chama. Sawa sawa mama? Mama mko? Alafu kuna wale nini wahenga wa chama, wale veterans wa chama. Mainstream. Hao vile vile wako na kazi ya kufanya. Alafu kuna wazee wa chama. Alafu vile vile kuna wale wajuzi ambao naitwa the think tank ya chama. Hai viungo vyote nataka ifanye kazi sawa sawa. Nimesema chama ni kama mtu. Mtu ambaye mkia yake inatoka mlima Elgon. Kichwa yake imeingia Victoria huko. Katikati hapa yuko maji mengia namna hii, pande hii namna hiyo. Sio? Maji mpya yanatoka kule juu. Na ile inafika ndani ya ziwa huko. Si namna hiyo. Ndio sababu tunataka vijana waingie. Tunataka mwezi huu tufanye recruitment, mwezi ujao, mwezi wa 3, mwezi wa 4 tutafanya uchaguzi. Kuanzia grassroots. Sawa sawa? Pale wazee ambao sasa wamekuwa kule chini sana wanakuja juu, wanawacha nafasi kwa vijana huko chini. Si sawa sawa? Sawa sawa namna hiyo? Tuko pamoja? Nikisema ODM nasema tuko tayari. Sawa sawa? ODM? Tuko tayari. ODM? Tuko tayari. ODM? Tuko tayari. ODM? Tuko tayari. Haya, asante sana. Mheshimiwa Gavana, karibu sana. Mheshimiwa Gavana, karibu sana. Sasa nialike uwakilishi wa vijana. Baba Raila Amolo Odinga ambaye ni baba wa Jamhuri ya Kenya. Si ni namna hiyo? Ningependa kushukuru sana kuja kwako na viongozi ambao umeandamana na wao. Naitwa Colin Sausi. Na leo hii baba, ninaposimama hapa kuna mambo matatu ambayo ningependa kusema. Jambo la kwanza, kama vijana, tungependa unapochukua uongozi 2027 tunajua kwamba hesabu yako itaingia. Itaingia ama hapana? Hesabu ya baba 2027 itaingia ama hapana? Hata kama mambo yetu ilienda korondo 2022. Baba, tunajua kwamba serikali ambayo itakayokuja, ukisema left tunaenda left, ukisema right tunaenda right. Ama namna gani Wateso?
Wateso baba, huenda kuna watu wamekudanganya na kukuambia tumehama. Wateso wajahama na kwenda UDA. Wateso wako ODM. Ndio chama yetu. Number 3, baba, hii jamaa alitudanganya kama vijana. Alituambia kwamba hii serikali ni ya bodaboda. Akatuambia hii serikali ni ya vijana. Lakini hatu kujua kwamba hii jamaa alikuwa mkora na akahada wa Kenya. Tungependa kwa serikali yako ya 2027, weka vijana ndani. Chagua vijana ambao watakaosimama kwa nafasi. Si hata waziri akitoka Teso na kuwe kijana mtashukuru. Tukipewa waziri kijana atoke Teso tutashukuru. Kwa hivyo baba, tukumbuke kama vijana, tunakuhakikishia tutasimama na wewe. Na mwisho, kwa sababu ile mtu ambaye anarecruit watu anatoka Teso South. Mimi baba, usinisahau, sina pesa, sina gari, lakini nitasimama mbunge Teso South. Kwa sababu ile mama huko anajaribu kuleta mambo ya UDA na mimi nalete mambo ya ODM. Sitoki, sihami na siendi popote. Asante sana. Asante sana. Haya, asante. Huyo ni kijana kutoka Teso South. Kijana kutoka Teso North, quickly. Niheshimu itifaki zote. Baba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, Mheshimiwa Oparanya, itifaki zote zikizingatiwa. Mheshimiwa Rais Raila Amolo Odinga, sisi kama vijana kutoka Teso Kaskazini na Teso kwa jumla, tumekuwepo na changamoto. Tulipoelezwa kwamba tutapewa fedha za kuanzisha biashara, Mheshimiwa Rais, tulipatiwa shilingi 500 za Hustler Fund. Wamama niwaulize, shilingi 500 inaanzisha biashara? Mheshimiwa Rais Raila Amolo Odinga, tulipoelezwa katika ile serikali nyingine, tuliambiwa kwamba vijana wetu watapewa pikipiki za bure. Ndugu zangu bodaboda, tumepata pikipiki ama tumedanganywa? Tumepata pikipiki ama tumedanganywa? Mheshimiwa Rais, tulielezwa kwamba tutaenda shule bure. Mheshimiwa Rais, naomba nikueleze kwamba sasa hivi karo imepanda maradufu. Wazazi mmeshindwa kulipa karo ama mmelipa? Mheshimiwa Rais, naomba nikueleze kwamba sisi katika barabara hizi tumeshindwa hata kuamsha pikipiki zetu kwa sababu bei ya mafuta iko juu. Kweli ama uongo? Mheshimiwa Rais, juzi mahakama imetoa amri kwamba mambo ya kuongeza kodi ishukishwe chini. Lakini Mheshimiwa Baba Raila Amolo Odinga, yule jamaa ametueleza kwamba mahakama ni ghasia, kwamba mahakama haitaheshimiwa. Tunakuomba Baba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, tunakuomba umweleze yule jamaa kwamba mama hazai mtoto mzee kumliko. Kweli ama rongo? Wewe umemzaa yeye, asija akaleta madharau. Tena Mheshimiwa Rais, naomba nikueleze hivi kwamba sisi hapa Teso tunalumbania kitu kimoja, nayo ni maendeleo. Mweleze yule jamaa, yule rafiki yako mwingine, naomba umweleze kwamba hivi kwamba hatugombani fedha, kwamba wao ni kama wanawake wawili wenye mume mmoja. Kile tunacholumbania ni ule mti usokuwa na matawi. Kile tunacholumbania sio fedha, mke mwenza. Tunachopigania ni mti usokuwa na matawi. Mheshimiwa Rais, sisi ni Wateso, tuko tayari kufanya kazi nyuma yako chini ya ulinzi wa ndugu Mheshimiwa Baba Honorable Edward Oku Kaunya. Wacha Mungu awabariki sana. Asante. Haya, asante. Vijana wetu ambao wako huko kule nje wote warudi ndani na watulie. Sasa nialike mwakilishi wa kina mama kutoka Teso South. Mwakilishi wa kina mama kutoka Teso South, quickly. Karibu sana. Emri yako liae. Emri yako lia. Ebu sisi wote tupunge kofia zetu juu ya baba. Najivunia sana kusimama hapa mbele na baba. Ukiangalia tunafurahi sana kukuona mbele yetu, Honorable Baba Amolo Odinga. Tunashukuru hata kuona Baba Oparanya, Andanyi, gavana wetu, naona umewasili, karibu sana. Mimi nikiongea, baba nataka nikiongea usikie na uniangalie vizuri. Yes, baba, sisi huku hata kama nyumba yako inatonya na ni nyumba ya nyazi, tunakufia wapi? Ndani. Hata ukiwa na gorofa yako, wewe ishi kwa gorofa, sisi tunaishi kwa nyumba yetu ya nyazi. Babu, ukiona tukiwa hapa hata ungesema unaingia saa 6 usiku, ungepata hapa hivi tumejaa. Kwa sababu tunapenda nani? Baba. Mimi nafurahi sana. Tulidanganya ya kwamba mama mboga. Sioni mahali mama mboga ameenda. Mama mboga bado ni
yule. Mama mboga amebadilika? Mama mboga amebadilika? Mama mboga hajabadilika. So baba, angalia mimi ukiniona, sisi wengine tumekosa nomination. Wamama wengine tunafanya kazi, lakini ikifika wakati wa nomination tunawachwa wapi? Nje, tunawekwa kando. So tafadhali, lenye ningeomba pia muwe mkituona ikifika wakati tumekufa na nyinyi, msituache wapi? Nyuma. Baba, nikimalizia, nakushukuru sana kwa kutuchaguliwa deputy secretariat ODM Mama Catherine Omanyo na havi #kipepeo. Nashukuru sana kwa hiyo baba, ulituchagulia mama. Busia County tunafurahi. Sitaongea mengi, kuna mwenzangu atakuja anene. Asante kwa hao, mikono juu. Kila mtu apige ODM. ODM. Aya, asante sana. Asanteni sana. Mwakilishi wa kina mama kutoka Teso North. Aya. Bendera ya baba, bendera ya baba, bendera ya baba. Salamu ya baba, salamu ya baba. Baba, tunakukaribisha Teso North. Baba, hawa wamama unawaona hapa, mvua ikikuja, jua ikikuja, tunaanguka na ODM na tunaamuka na ODM. Na slogan yetu Teso North tunasema hivi: tunakufa na ODM na tunafufuka na ODM. Baba, tunataka kukuomba kama wamama wa Teso North, tumeteseka mwaka mingi sana. Baba, tunaomba kitu ya kwanza, tulikuwa na Mama Florence. Mama Florence ndiye mama alitukumbuka. Wakati alienda akakumbuka, akaleta hapa mchango ambaye alichangia wamama wote Busia County. Akasema wale wamama ambao wajafanikiwa kwenda kupata nomination, wacha tuwawekee kitu, nyinyi naye muanzie hapo table banking. Hiyo ndio mwisho ya safari. Baba, tunakuomba leo hii, wote hatuta fit kwa nomination. Wengine wamelia tuliachwa, lakini wote hatuta fit. Kwa nomination Teso North hatungepata kwa sababu tulikuwa na mjumbe mmoja. Lakini tunaomba baba, our able secretary, tafadhali mukirudi kule mtukumbuke. Mutufanyie tu arambe moja, leta watu wote wa ODM, wajumbe, senators, MCS, wakuje hapa Busia watuchangie, ili sisi wa mama pia tupate kitu jinsi Mama Florence alifanya. Baba, tunaomba viongozi wetu wa ODM ambao wamechaguliwa kwa ODM wasitu put off, watukumbuke. Hata tukiwapigia simu tukitafuta kwa maofisi yao watukumbuke. Tunashukuru wenzetu ambao wako hapa leo. Tunaomba hivi, our able governor, tulikuchagua na tutakufa na wewe na tutafufuka na nyinyi ofisi ya ODM. Tunawaomba mtukumbuke. Jambo moja nataka niombe. Wakati ule tulielewana kama nyumba ya ODM, tukagawa slots. Slot yetu ya wamama tunaomba mturegeshe wakati kifika. Asanteni sana. Aya, asante sana. Sasa kwa sababu ya wakati nitaomba nimlete mwenyekiti wa ODM kutoka Teso South aje hapa. Mwenyekiti kutoka Teso South wa ODM, karibu sana. Basi baba Prime Minister wetu mpendwa Raila Amolo Odinga, tunakukaribisha hapa Teso na Busia kwa jumla. Kwa siku ya leo sisi wote tumekaa tukijua kwamba yale ambaye umeamua kukuja kuona sisi ni kwa ajili ya upendo wako na watu yako ya Busia. Kwa hivyo sisi tuko na furaha kubwa na tunajua kwamba ile safari baba senior Odinga mwenyewe alianzisha, na sisi wakati alikuwa
kwa KANU wakaenda KPU. Sisi Wateso pia tulihama tukaenda kwa KPU. Hiyo ni tayari ni upendo tumekuwa nanyi tangu tupate uhuru. Na sisi hapa Busia tunataka kuhakikishia baba kwamba tuko na amani, tunafanya kazi vizuri, na tunaomba tu sukuma hii watu ambaye wanagawa pesa huko Nairobi, watuletee pesa kwa kila kaunti haraka sana, kwa maana tunaanza kukaa na njaa, kwa sababu mtu anasema kwamba anataka housing levy. Hatutaka housing levy, tunataka pesa ikuje wapi? Kwa kila kaunti. Mimi nafikiri ndugu yangu Wandai nasikia, kwa sababu ukifika Nairobi kirudi ujue kwamba sisi tunataka pesa iteremshwe ikuje hapa kwa kila kaunti. Baba, hii safari yako ni tayari ni kuonyesha kwamba yale umesimama tangu Kenya kuwe uhuru, tuko na wewe. Na 2027 usichoke, tuko nyuma yako 2027, usichoke. Si abonga beite ngene 2027 asimame, si ndio? Baba kuwe president yetu 2027, si ndio? Wangapi wanasema baba simame? Mikono. Na hiyo 2027 baba kuwa rais, itakuwa kwamba sisi hapa Busia pia tukue na umoja, ili umoja wetu ndio tasukuma nani baba kuwa president. Tukae na umoja wetu, tukae kwa nyumba yetu ya ODM, ile porojo ingine wachipite. Yala maondika jokeni. Huyo ni chairman. Wapi makofi ya chairman mara moja? Haya. Chairman Teso North. Chairperson Teso North, nitaomba ongelee, ako na shida kidogo kwenye miguu. Halo. Wageni wetu waheshimiwa, kuanzia kwa baba Raila Amolo Odinga, Deputy Party Leader, mheshimiwa na governor yetu, hamjamboni. Mimi sina mengi, langu ni kushukuru. Langu ni kushukuru Hello? So mimi sina mengi ya kusema, isipokuwa nataka kushukuru kwa wageni wetu kuja kutembelea. Nikianzia kwa Deputy Party Leader, amekuwa na sisi kwa muda. Yala ambao alituambia tulifanya. Deputy Party Leader ndio alikuwa anashikilia hapa Western. Na akatuita akatuambia yeye nataka leo Teso North ikue ODM. Tulikuwa tumenyang'anywa, lakini tuliungana tukahakikisha tumepatia nini kikiti. Na tukapata MCA ndio walitunyang'anya kwa wengi. Lakini tulipata tu Teso North mmoja. Sauti tuko na wengi. Lakini kwa haya yote nataka kuomba wale tulichagua. Ukiona hao delegates, hao watu wanalia. Hao watu wakati ya kampeni mnakumbuka hawa. Lakini kifika wakati Lakini kifika wakati mtu anaingia kwa ofisi hataki kuona sisi. Hasa mimi naomba governor yetu ya Busia, wewe ni mtu yetu ya ODM. Tambua sisi. Tunaweza enda huko kwa ofisi hakuna mtu anatutambua. Tafadhali hatutaki kupoteza hiyo kiti yetu, tutabaki na wewe, lakini kumbuka sisi naye. So na uheshimu Deputy Party Leader yetu Oparanya. Kama sio Oparanya hapa ingewezekana. Tulitupia Oparanya, alikimbia hapa, alikimbia paka tukasikia maneno yake, tukakataa mambo ya UDA, paka tukapeana kwa mheshimiwa Otoma.
lakini tafadhali tafuta hata siku moja kutana na delegates across the county. Mimi naona maji natingika sana na hatutaki kupoteza. Tafadhali, yale ambao tunasikia, ndio kuna serikali ya juu na kuna serikali ya ndani ya county, sio mbaya kufanya na hawa pamoja, lakini angalia nyumbani sana kushinda hawa. Kwa hayo mengi, naomba governor, tafadhali kumbuka sisi tunahangaika kwa county. Sisi wengine tumelemewa hivi tukitafuta, lakini deputy party leader alinikumbuka mimi, huyo akaniita, hata ugonjwa yangu alishughulikia, akanipeleka kwa baba akatoa pesa, ndio nikaenda kwa hospitali. Tafadhali wewe naye governor, chunguza watu yako na utambua hao. Asante. Haya. Si mmesikia kutoka kwa chairman wenu? Ameongea mambo yake na ameweka waziwazi, amekuwa straight. Pigia yeye makofi mazuri. Haya, asante. Sasa wacha nimwalike SG wa Teso South. SG wa Teso South yuko wapi? Kuja, chap. His Excellency the former Prime Minister, our governor, sitting MCAs, former MCAs, women rep, and all protocol observed. Langu ni kwamba watu wangu wa Teso South, Teso North, ODM. Baba, nikiwa mbele yako Teso South, number 1, wewe ulitupea kitu inaitwa Teso ambayo ilikuwa Amagoro. Number 2, ukatupea Teso South, Teso North kupitia kwa mkono yako. Leo hii Busia County, from that minority, we are the majority in Busia County. Kweli ama sio uongo? We are the majority in Busia. So baba, weka mkono ndani ya Teso South, Teso North. Sisi liwe liwalo, tunalala, tunaamuka na wewe. Number 3, wamesema mambo ya nomination. Baba, sisi tumetembea ndani ya ODM 10 years down the line. Tumekuwa ndani ya chama bila kutingika. Hata liwe liwalo, sisi baba, tutalala, tutaamuka na wewe. Wewe tupiganie, utupe haki yetu inaitwa Teso County. Number 1, tupatie Teso County. Yote itapitia kwa mkono yako na Mungu atakubariki zaidi. Sawa? Watu wa Teso South, watu wa Teso North, emuria goliae, amekelenga Nyamata. So papa, leo hii tukitoka hapa tunajua kuna inaitwa Ejasi Boriche madoadoa. Wanasema tuunge serikali, sisi tukatai. Lakini serikali tutatembea nayo kama imekubali pia matakwa yetu. Sawa? Asante sana baba. Kwa niaba ya Teso South nasema karibu nyumbani. Haya. Wapi wa Teso North quickly? Sema tu jina, mfupisha haraka. Baba, karibu Teso. Deputy party leader, karibu. Governor wetu, karibu. SG, wewe ndio mkono yetu. So ninawatambua viongozi wote, party wote, mama county, kila moja nawatambua. So sisi Teso baba tumeteseka. Teso umeteseka. Wanasema ni Wateso lakini tunateseka tu. Ile kitu tumeshindwa kidogo. Sisi kama hapa Teso North tuko na MP wa ODM. Lakini nomination hapa hatujapata hata moja. Hawa mama sisi apply na hakuna kitu. Wengine wameuza makuku, wameuza ng'ombe, wanauza hata watoto wameuza. Kutafuta hiyo kiti ya nomination, lakini hawakupatiwa. Tafadhali wale wako kwa serikali mkumbuke viongozi wetu wale wa Teso wenye wako kwa nyadhifa mbalimbali, ikiwa kwa county government ama national government. Tafadhali
murespect hao viongozi na wapatiwe naye nafasi yao. So mimi sina mengi ya kusema kwa sababu mimi ndio host leo hapa na wakaribisha nyinyi wote Teso North. Asanteni sana. Wapi makofi ya SG? Sasa niende kwa level ya county. Nataka yule county youth representative Anyango. Kijana mzuri, very good. ODM. ODM. Baba Tivim. Baba Tialala. Mimi ndio James Anyango, Youth League Chairman ya ODM. Mimi niko na ombi tu kwa viongozi wetu, kuanzia MCA mpaka kwa baba. Naomba tukimaliza uchaguzi, kuanzia kwa MCA mpaka kwa ofisi ya nani? Ya baba. Tukufe na vijana wale walikufa na sisi, na timu yote ya ODM wapangwe mpaka sisi pia tusonge pamoja. ODM. Asante. Aya, asante sana. Sasa yule wa mwisho kabisa ni county SG, ni to introduce MCS peke yao. Just introduction, tusonge mbele. County SG. County SG hayuko. Asante. Sasa nialike MCS wote ambao wamefika hapa, na wanapokuja MCS popote mlipo. Haya, MCS wataongelea kule kwa kiwanja, si namna hiyo? Haya, but tuko na mheshimiwa Denzel yuko pamoja nasi. Tuko na mheshimiwa Ngole wa Ngoromo yuko pamoja nasi. Tuko na mheshimiwa Leonard Onyondo pamoja nasi. Alafu mwisho sasa ninapochukua nafasi hii ni mualike mjumbe wa hapa. Mimi mwenyewe ni mheshimiwa Ronald Luchalu. Mimi ndio MCA wa hapa na pia naibu speaker katika county assembly ya Busia. Baba, nataka kukukaribisha hapa na niseme kwamba wewe uko nyumbani, na kama Wateso tumesema baba karibu ore. Baba karibu wapi? Baba karibu wapi? Baba karibu wapi? Kwa hayo mengi, kwa sababu mengi tutazungumzia kule, wacha ni mtambue mheshimiwa speaker Frederick Odilo ambaye yuko pamoja nasi, aje mwalike majority leader wa huko pia aseme neno, naenda namna hiyo kialika MP. Majority leader kuja, alafu taalika mheshimiwa speaker. Aya, emu ya kolia. Emeklengo nyamai. Bwana Yesu asifiwe. Ni raha kuona baba, si raha. Kwa haraka kabisa, baba wetu wa taifa, nilisema juzi Machakos kwamba sisi Wateso wote, ule rais tulimchagua ambaye bado ni rais wetu wa 5 wa Jamhuri la Kenya, anaitwa Engineer Raila Amolo Odinga. Onge nyarte Peter Imwatok Jateso, Chairman maandamano Nairobi na Turingi. Nashukuru sana baba rais, MP wetu na wote ambao wamekuja hapa. Iteso, nilisema Machakos, eji epunda kwa mteremuko kama mkesi, kuna hii ijukaro. Kwa hivyo sisi tunataka kusukuma serikali ya UDA paka palitafikisha kwa ile nini? Mtaro. Nikaambia kwamba Wateso wanalalamika. Gavana wa Busia, tunakupenda. Gavana wa Busia. Gavana wa Busia. Gavana wa Busia. Gavana oe. Gavana oe. Wateso wanalalamika. Wateso wanalia kwamba vijana wao wanafutwa kazi, kwamba vijana wa Wateso wapewi nafasi, na tunashukuru umekuja. Beba watoto hawa wote wakuwe watoto wako. Cha pili, sisi kama Wateso tunaomba kitu moja, inaitwa heshima. Wateso wanaomba nini? Kitu ngapi? Inaitwa nini? Na tunakupenda gavana, serikali yako, na tunapenda serikali yetu ya county. Lazima Busia ipate maendeleo, lakini Busia haitawahi pata maendeleo chini ya serikali ya wakora. Nilisema serikali ya UDA ni ya wezi, na sisi kama Wateso, sisi si wakora, sisi si wezi, hatujainyang'anya mtu Kenya. Ule aliyekuwa gavana ni mtoto wetu, nampenda Ojamong.
Lakini governor, ilishtua juzi, Ojaamong anasema yeye anafanya biashara na serikali ya Ruto. Sisi Wateso hatufanyi serikali ya ulagai. Hapo ndio mheshimiwa Oto umetusaidia kidogo. Ojaamong ameongoza county government ya Busia zaidi ya miaka 10. The best sifa alitupatia ni kuiba milioni 8. What a shame. Kwa hivyo sisi kama Wateso tuko nyuma ya Raila Amolo Odinga. Ndio rais wetu, ni kweli? Nilisema juzi kwa matanga hapa Teso, baba amelea Ojaamong kwa miaka 30. Baba amelea Oku Kaunya paka wakati Oku Kaunya alikuwa anatafuta serikali mbaya, baba akamkuza, akampoteza, akamfiga. Baba ameongoza mheshimiwa Atodera. Baba ameniongoza Nairobi. Iteso ongeteso tubun ko Nairobi. Araitonge majority leader ko Nairobi. Si kwa mapenzi yangu. Emojong tulo ejeni teso. Emojong leje na kichani kiteso. Mwingine anatuambia tupende panya route. We are not going for a panya route. We are going for a real road taking Raila Odinga to State House. Hii biashara nyingine tuko nayo. Kwa hivyo tuongee mengine kwa huko kwa uwanja. Asanteni kwa kukuja. Mheshimiwa Deputy Speaker, Speaker wetu. Speaker karibu, ukaribishe MP wetu, tuharakishe tukimbie kwa uwanja. Asanteni sana. Baba karibu. Ore. Baba ore. Baba karibu. Ore. Baba karibu. Ore. Toa kofia. Baba karibu. Baba karibu. Baba karibu. Kwani watadu? ODM. Kuna waheshimiwa wawili kutoka Nairobi. Mheshimiwa Lawi, inua tu mkono. Mheshimiwa kutoka kwa bedroom ya baba. Kuja karibu. Huyu ni mheshimiwa kutoka kwa bedroom ya baba Kibra. ODM. Mheshimiwa Maloba kutoka kwa bedroom ya baba ya pili kwa Babu Owino. Mheshimiwa kutoka kwa Babu Owino kutoka hapa Vihiga. Lower Savannah. Asante sana. Deputy Speaker wetu. ODM. Baba, tunashukuru kwa kufika kwako hapa Malaba. Governor wetu asante pia kwa kuja na viongozi wetu. Sisi nafikiri mambo yetu ni machache leo. Tumeleta baba hapa kuregister wageni wa, si ndio? Na wale pia walikuwa wametoroka pia kama wanataka waru. Bas, baba hapa Busia tumepata kashetani kidogo. Iko watu badala wangane na mambo ya chama yao wameingilia chama yetu ya ODM. Unapata mtu alitoka ODM alienda, lakini siasa yake ni kuangalia mambo ya ODM inaenda namna gani. Wewe kama ulikuwa governor, wewe kama sijui ulikuwa women rep, kama ulienda. Waachia watu wale wamebaki wafanye ka. Sisi tunataka kama family ya ODM tuchunge ODM, si ndio? Hii mambo kidogo kidogo iko hapa na hapa tutatengene ama namna gani? Itatushinda kupanga hiyo mambo? Bas, mimi sitasema mambo mengi, nataka kuchukua hiyo nafasi kumuita mheshimiwa wetu Oku Kaunya ili aweze kuja kuendelea na hiyo program ingine. Mheshimiwa Oku Kaunya, karibu. Thank you. Asante sana. ODM. Asante sana. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, kiongozi wetu wa ODM. Papa karibu. Ore. Emri akolia idia utonu papa. Anu be kare kakanin. Baba, watu wa Teso wamekukaribisha na wamekuwa wakingojea siku ile utafika hapa, na leo umefika. Tumefurahi wote. Tachukua fursa hii kuwajulisha tu wenzangu ambayo wako hapa. Tunajua tunaenda kuzungumza kule, watataja tu jina na tuelekee. Taanza na mrembo wetu Mheshimiwa Omanyo. Mheshimiwa Omanyo, women rep. Wanataka useme tu jina.
Okay. Emuria Koliae. Habari ya vijana. Sionekani, nimeonekana sasa. It is well. Mimi nimekuja hapa kwa sababu baba yuko hapa kwa maneno ya recruitment. Nitaongea vizuri huko mbele. Hapa najua kuna siasa mingi sana. Mubarikiwe. Asante. Ebu tusikize. Osilu, ejasi tungaluka polok. Luejasne kasipnosi. Nitakuwa Mheshimiwa Oundo. Taja tu jina, tutaenda kuzungumza kule. Haya. Baba Raila Amolo Odinga, delegates wa ODM na wageni wote. Hamjambo. ODM. Tuwe na umoja katika chama cha ODM. Asante sana. Sasa kwa sababu ya wakati na baba amepatiana advice, tutafanya hivi. Nitajulisha nitajulisha wale wajumbe ambao wako hapa, wenzangu kutoka the National Assembly, na tuko na Mheshimiwa Oyula. Makofi. Asante mzee wetu. Tuko na Mheshimiwa Oundo ambaye amezungumza, Mheshimiwa Majority Whip, Majority Leader. Asante Mheshimiwa Wandai, si mnamjua? Alafu tuko na SG, ngazi yake iko juu. Hebu Mheshimiwa Sifuna ambaye ni senator yuko hapa. Tuko pia na deputy governor wetu ambaye yuko hapa, Ikoku Nikore. Asante. Na mwisho nafikiri tuko na Mheshimiwa governor wa hapa, Mheshimiwa Otuoma. Aya, asante ODM. Asanteni sana delegates, mumesikia tutazungumuza kule na yale mumezungumuza nimesikia. Si ndio? Nimeona Fosia hapo, nimeona mzee Omodia, nimeona chairman wetu na SG wetu. Siko namna hiyo? Najua kuna wale kidogo wamesonga kidogo, si ndio? Lakini wengi bado hawajaso, na tunaendelea serikali kidogo kidogo namna hiyo. Ile tu kitu mimi nataka kupigia delegates asanti. Nataka msikize. Ile nataka kupigia delegates asanti. Unajua mumesimama na baba hii miaka yote. Na mnajua kuna ukora kidogo inaendelea hapa. Na nimeona mumesimama gangari. Kwa sababu tumetembea na baba hii miaka yote zaidi ya miaka 30. Na hapa Teso is very important. Mengi nitasema huko. So mimi natoa shukrani kwenyu sana. Na hiyo vile mumesema pale baada iko kasoro kidogo tutapiga musasa. Sifosia unajua hii maneno. Hata Omodia anajua. Siko namna hiyo. Iko kasoro kidogo kidogo, unajua hii vitu haiwezi tosha lakini tutajaribu. So leo tuko na baba, tupatie baba heshima, tulete watu wengi kwa chama. Teso North iko mbele sana. Najua tutazungumuza huko statistics ya ODM. So Teso iko mbele sana. Na tunataka tuendelee namna hiyo. Asanteni sana, Mungu awabariki. Wacha sasa nichukue nafasi hii. Okay, wacha Kaunya kwa sababu mjumbe hapa anataka kusema kitu. Baba, sikutaka sio kuvunja protocol. Ni kwa sababu mimi nikiwa mjumbe wa hapa nisiposema neno
kwa yale maneno ambayo amezungumza, hawa wananchi wa Teso watashangaa. Mambo matatu tu baba nataka kusema. Tohara ni mjinga. Ati mtu amekata ngozi huko chini. Naona yeye ni mtu muhimu sana. Mungu alifanya makosa kuweka hiyo ngozi hapo. Wewe unachinja mwenzako, alafu unakwenda unajivunia ati mimi nimemchinja yule jamaa. Hata kina mama anakwenda nakata kinembe. Ana haribu pale mbaya na pale kina mama masikio utamu. Ati anasema yeye ni mwanaume sana. Sio ni mpumbavu huyo. Sio ni mtu mpumbavu. Anasema tu wewe Mteso huwezi kuongoza manake hujatahiriwa. Hiyo ni kitu gani hiyo? Wale ambaye wanaongea siasa ya tohara ni wapumbavu. Kila mtu hakuna haki, sio? Kama wewe umfuate hiyo mila, hiyo ni sawa mila, haki yako. Ni haki yako ya kibinadamu. Lakini waacha yule mbaya hajaamua hiyo. Usimdharau. Yeye ni Mkenya kama wewe. Ama sivyo? Ama sivyo? Hawa watu tuwafanye nini? Tuwafanye nini? Tuwalaani, sio? Tuwalaani hawa watu ambao wanagombana na Mungu. Sio? Sasa hiyo maneno sisi tutaketi chini, tutaongea vizuri, tutaangalia. Sawa sawa? Sawa sawa vizuri? Mambo zingine watu wanalalamika. Ni mambo kwa mfano hii ya mambo ya elimu. Watoto wamekoma nyumbani. Karo hakuna. Kurudisha nyumbani. Sisi tulisema tukishika hatamu ya utawala kama ODM. Watoto wanasoma kuanzia nursery, primary, secondary, mpaka university bila kulipa chochote. Sio? Tulijua pesa itatoka wapi. Sijua namna hiyo. Tena tukasema wale maskini ambaye hawana mapato yoyote, wale hoe hai, hawinde, watapata nguruwe 6 kutoka kwa serikali kila mwezi. Sivyo? Na wale wa mama ambaye wana watoto lakini hawana mabwana, single parent mothers, wale ni wajane na kadhalika, tulisema tuwapatie nguruwe kila mwezi, sio? Sivyo? Na tulikuwa tuko na mpango pale hiyo pesa itatoka. Sisi kama chama cha muungano ya Azimio na ODM tulikuwa tumempango sawa sawa. Hawa jamaa walikuwa natoa ahadi bila mpango. Walikuwa natoa ahadi bila mpango. Ati mama mboga, jua kali, boda boda, mahasla, tutaangalia ati the dynasties na nina hustlers. Hiyo yote ilikuwa ni tu takataka ya maneno. Ilikuwa ni kama kunyamba kwa punda. Sasa wameingia pale na hawana chochote. Hawezi kufanya hii wala hii. Wanajaribu hapa na hapa na hapa. Kwanza wanajaribu kuharibu ugatuzi. Hii mambo ya ECD, elimu ya chini ya watoto, ndani ya katiba yetu hapa iko chini ya usimamizi wa serikali ya county. Sasa sijui nini, ili ya primary limewashinda, ili ya nini ya secondary limewashinda, ya chuo kikuu tena narudia hii ECD. ECD tumesema watoe pesa wapatie county government iendeshe mambo ya watoto kuanzia nursery mpaka pre-primary. Sawa sawa? Sawa sawa? Hatutaki waingilie hii maneno. Alafu vile tumemwambia Bwana Ruto wachana na mambo ya mahakama. Wewe mwenyewe umeweka pale mahakama. Chebuchetha aliibia wewe kura, sio? Ukaenda kwa mahakama ya kanisa, sio? Kwa hivyo sisi tumesema ya kwamba mambo ya mahakama awachilie mahakama asiingilie kwa mambo ya mahakama. Mnakubali namna hiyo? Mnakubali?
Ngependa kubali nione mkono hapa. Mwisho tumekuja hapa Malaba na ndege. Nimeona mstari mrefu sana ya malori kutoka kule mpakani, makilomita imeingia mpaka kule ndani, huko ndani. Sasa niambiwa ya kwamba malori mengine yanachukua siku 3 kabla hajavuka mpaka. Hii ni uchumi aina gani hiyo? Aina gani hiyo? Mimi kama waziri mkuu nilikuja hapa Malaba, nikaenda Busia, na nikaenda ngambo ile ya Uganda. Nataka kubaliana mpango vile malori yanaweza kupita kwa njia ya haraka. Manake lori ambayo imetoka Mombasa tayari imeshakuwa checked, si kwa way bridges karibu 10 kabla hajafika hapa. Lakini sasa malori zinalala hapa barabarani siku 3. Uchumi ya Uganda inapata athari. Uchumi ya Rwanda, ya South Sudan, ya DRC, kwa sababu ya ufisadi ambao hapa katika mpaka hii. Si sababu ya ufisadi? Si ni ufisadi? Ama sivyo? Sio? Sio? Sikazi ya it's come. Oh yeah. Hello? Hello? Jamaa mashindwa, sio? Sasa leo mnaona tumekuja hapa kuzindua kusajili ya watu katika chama chetu cha ODM. Busia County ndiyo ilikuwa number 1 mwaka jana mpaka sasa. Lakini Homa Bay inashindana na Busia. Wamesema kupiga mwezi wa Aprili watakuwa wamepita Busia. Kisumu vile inashindana na Busia. Na hata Kakamega wamesema watataka kuwa number 1. Sasa mtawaacha wapite nyinyi? Mtawaacha wapite nyinyi? Tutaona vile itakuwa. Tunataka chama iwe na nguvu, manake chama chetu ndio ngao, ndio silaha zetu ya kushika tamu ya utawala. Kama chama yuko na nguvu, ndio sisi tutakuwa na nguvu. Tunataka vijana waingie ndani ya chama, ili washikilie pale. Wale wazee ambao sasa wamechoka waende juu, wache kule chini vijana waingie. Sawa sawa. The youth are the vanguard of the party. Alafu wamama mko, mama ndio maua ya chama. Wao ndio wanafanya ile ni nyuki inakuja ili itengeneze asali. Sawa sawa? Alafu tuko na vijana wale veterans. Siwako pale. Alafu vile vile tuko na wale wazee wa chama. Sivyo? Ndio chama inakuwa na nguvu. Nataka mnihakikishie kwamba chama itakuwa na nguvu hapa Busia. Mko tayari? Mko tayari? ODM. Sema tuko tayari. ODM. 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 Niko hapa na Mheshimiwa Osoti ambaye ni senator wa Vihiga County. Karibu. Haya, kwamba ODM kitaokoa taifa hili letu la Kenya. Unavyojua Mheshimiwa Raila Odinga katika chama cha ODM, county ambaye ni nambari 1 kwa wanachama katika nchi mzima ni county ya Busia. Mujipigie makofi. Busia is the leading county when it comes to registration. Lakini hapa nimepatiwa list sasa ya constituency ndani ya Busia kuonyesha ni nani anavuta mkia na unajua unaongea na SG yule yako na takwimu. Niko na document hapa. Baba, hawa watu wa Teso wanachocha tu. Hawa wanachocha. Labda leo saa ile mmeingia kwa tent mmejaza nambari. Kwa sababu kwa ofisi yangu, baba, number 1 in the whole of Busia is number 1 is Budalangi constituency. Ndio hii hapa. Mheshimiwa Rafael.
Baba, kati ya wapiga kura 1046 kule Budalangi, watu wamejiandikisha kama wanachama wa ODM ni 1033. Pigia watu wa Budalangi makofi. Namba 2, mtaweza Teso North? Mnaona mkiwa top 3? Baba, namba 2 hapa ni constituency inaitwa Funyula. Mheshimiwa Mudenyo, simama. Hii ni record original. Ndio maana tumeanzia hapa Teso. Baba, ndio maana tumeanzia hapa Teso. Namba 3, Nambale. Ndio kwa hii list yangu hapa. Namba 4, Butula. Wapi mbunge wa Butula? Pigie makofi Mheshimiwa Yula. Namba 5, Matayos. Nimeona mbunge wa Matayos hapa. Pigie yeye makofi. Namba 6, ndio Teso North inaingia hapa. Baba, Teso North, out of the 59,000 registered voters, wanachama ambao wamejisajili ODM ni 37,000 peke yake, representing only 63%. Leo tumeleta tent mpaka hapa. Tent mpaka hapa. Oku Kaunya, tafadhali. Mheshimiwa Kaunya, simama tu kidogo. Hawa watu wanapiga tu kelele hivi lakini hawajajiandikisha. Kama nadanganya uniambie. Hapa Teso North, out of 59,000 only 37,000 are registered. Leo mnataka kuambia nini baba? Mutainua nambari. Wangapi wanahakikishia baba kwamba tutainua sajili za Teso North? Asante sana. Constituency ya mwisho baba ni Teso South. Na hii tutawachia hii kazi governor na deputy wake. Mheshimiwa governor na deputy wako, mtusaidie tuinue takwimu zetu wapi kule Teso South. Si tumekubaliana watu wangu? Tumekubaliana. Kuna mtu hapa amejisajili leo kama mwanachama ODM. Leo. Nani amejisajili leo? We mama, umekuwa hii miaka yote wewe hujakuwa umejisajili? Nasema mwenye amejiandikisha leo ni nani? Wewe uko na miaka ngapi mzee wewe? Miaka 41. Hii miaka yote hujawahi kujiandikisha kama mwanachama wa chama. Nataka kijana mdogo ambaye amejisajili leo akule pesa ya SG leo. Kijana mgani amejiandikisha leo? Hamjajiandikisha. Wewe umejiandikisha mrembo? Uko na miaka ngapi? Ati mzee, uko na mzee lakini hujajiandikisha kwa chama. Aibu kubwa. Unaanza na chama kwanza ndio utafute mzee. Sasa baba, tunataka twende kwa haraka sana kwa sababu mimi sitarudi hapa tena. Tuko hapa kwa shughuli mzito ya uandikishaji wa wanachama, na secretariat watatuonyesha jinsi ambavyo ya kujiandikisha kwa njia rahisi sana. Mumekuwa hapa mchana mzima. Kuna njia ya kujiandikisha kwa SMS. Mumeambiwa ama mjaambiwa? Umeambiwa? Wewe kijana umevaa black. Kuja tu polepole, hakuna maneno mingi. Nipatie hii microphone nyingine. Kuja kijana. Simama hapa. Simama tu hapa. Unaitwa nani? Naitwa Lawrence Omanyala. Lawrence, mmefunzwa vile ya kujiandikisha? Ndio. Haya, nataka Lawrence uniambie kwa shilingi 3,000 taslimu kujiandikisha kwa simu unafinya namba gani? Unadayo. Elfu ngapi? Alafu hii 500 ngapi? Pesa taslimu anakula mtu ambaye anasikiza watu wakiongea. Haya. Ngoja. Gavana anampiga tao ingine 2 ikuwe tao 5. Simama hapo kijana. Mheshimiwa wako Oku Kaunya anakuongezea tao 1 ikuwe tao 6. Mnasikizanga watu wakiongea hapa ama msikizi? Mnasikiza ama msikizi? Mimi nataka nimalize. Busia oye! Busia oye! Teso oye! Nataka kumaliza kwa kusema mambo mawili peke yake. Baba, tumekuja Busia siku ngumu sana kwa wazazi, kwa sababu leo ndio ile siku mafomu 1 walitakiwa waripoti kule shule. Lakini baba, kinachoshangaza ni kwamba serikali kuu imehakikisha kwamba hawa wazazi hawana uwezo wa kupeleka watoto wao shuleni.
Hao waheshimiwa wote wamekaa hapa wakikuonyesha SMS ambazo zinaingia kwa simu zao. Ni wazazi wanalia, kama sio bei ya uniform imekuwa juu, ni school fees hawana, na hata CDF hawajapatiwa. Baba, watoto wameshindwa kwenda shule, hata transport hakuna. Sisi tunashangaa, huyu Zakayo anachukua ushuru kila siku, anachukua ushuru mpaka ya kuvuta hewa. Hii pesa yote inaenda wapi? Kwa sababu wabunge watakuambia CDF hakuna, tukikuja political parties hakuna, capitation ya shule hakuna. Pesa Zakayo unapeleka wapi? Number 2, baba, I am today a very proud member of the Law Society of Kenya. Wanasheria wote waliandamana Kenya kuambia Ruto kwamba hawezi kuingilia idara za mahakama. Anasema ati kuna ufisadi ndani ya mahakama, akaambiwa ataje wajaji wafisadi. Leo hii badala apeleke ushahidi, Gachagua anasimama anataja jaji tu majina, na walituambia hao majaji wanasimamisha ati miradi ya kitaifa. Tulitarajia tuambie huyu jaji ambaye alisimamisha mradi wa social health insurance alilipwa pesa fulani na mtu fulani. Hatukujua ni kesi za kibinafsi, ati wanarudisha ile hasira walikuwa nayo. Gachagua anataka ule jaji ambaye alikuwa anakata kesi yake ati atolewe kwa sababu ya ufisadi. Sasa tunataka kumwambia Gachagua, usingoje mpaka Alhamisi. Kama uko na ushahidi peleka leo, ndio tujue ukweli wa mambo mahali huko. Namba 2, baba, kwa sababu ya unafiki ya watu, Kenya mzima watu wameanza kuwagundua. Hata Gachagua huko kwao kwenyewe wamegundua huyo mtu ni bandia, wanataka atolewe, wapatie Ndindi Nyoro 2027. Kwa sababu wamemjua kitu yenye inanukia kila kitu ikioza imefanya nini? Sasa hata watu wa kwao wamesema Gachagua tawe, wanataka wabadilishe 2027. Lakini tunawaambia walete Nyoro, walete Gachagua, watafute mwingine. Kichapo ya 2027 inakuja kali sana kutoka kwa wananchi wa Kenya. Wangapi wanakubaliana kwamba Ruto lazima aende nyumbani? Ruto lazima aende nyumbani, sio hiyo? Wabadilishe wasibadilishe, wanaenda wapi? Nyumbani. Nimesikia chura ingine ya Ruto. Unajua ile chura inapiganga kelele kwa mto. Chura ingine ya Ruto inatoka sehemu za Nandi huko, anaitwa Cherargei. Ati kwa sababu wamekasirika, waliona mawakili wakiandamana, ati serikali itaingilia uchaguzi wa mawakili ambao inakuja hii mwezi inakuja. Baba, mimi nataka kumwambia Cherargei, hata mimi ni mwanachama wa Law Society of Kenya. Tunataka kuwaambia hata hiyo uchaguzi ndogo mkijaribu kuingilia, eti muweke Law Society ambaye itafuatana na nyinyi kufanya ukora Kenya hii, mawakili tutakataa, tuseme tawe. Mnasikia? Kwa hivyo Cherargei na wenzako tutawangoja kwa debe. Mkijaribu kupitisha vibaraka wenu kwa Law Society, tutakutana mundu kumundu. Kwa hayo mengi nataka nikomee hapo baba, nirudishie Etale aendeshe kipindi kinachosalia. Wele abalinde bana befwe. Thank you very much. Amezungumza hajazungumza. Huyo ndio SG wetu kijana shupavu Asante baba, nilikuwa nataka kuripoti hivi kabla ufike. Kipindi ambacho kimesalia ni kifupi. Vile SG wetu wamesema mambo ya school fees. Wala wamekuwa hapa tukiwa na Marceline hapa. Simeona wanasema na school fees. Wamefukuzwa shuleni. Hayo mambo yanakera wa Kenya. Sasa twende kwa verification. Kwa Kiswahili tunasema uthibitishaji. Ukishajisajili kwa kubonyeza *483*036# unakuwa mwanachama. Na wale wanachama wa chama kingine kile ambacho ni kibofu, wakikuja kusajili visivyo, unakuja kuthibitisha, sio kwamba wewe ni mwanachama wa ODM. Na kama wamekutoa kwa njia ya M-Pesa, wanaenda kwa agents wa M-Pesa, wanachukua ID number, wanakutoa kwa chama chako, unarudi katika chama through the process of verification. Kwa hivyo tungependa kuanza verification, ambapo our party leader akizindua zoezi hili hapa Busia atathibitisha kwamba yeye ni mwanachama halisi chama cha ODM.
Tumkaribishe our party leader akija kusajili kuthibitisha kwamba ni mwanachama wa chama cha ODM. Anampatia mwanadada nambari yake ya ID. Asante sana. Hapa imethibitishwa kwamba jina lake Honorable Odinga Raila Amolo, membership number 000002. Yani baba ni member number 2 wa chama cha ODM. Tupigie makofi. Kisha county yake ni Nairobi City, constituency yake ni Kibra, ward ni Makina, na polling center yake ni All Kibera Primary School. Tumpigie makofi party leader wetu. Asante sana. Wa pili ni governor wetu, aje athibitishe kwamba yeye ni mwanachama wa chama cha ODM. Asante sana. Amepeana ID namba yake na jina lake. Mnamjua jina lake? Anaitwa nani? Dr. Paul Otuoma, member number 000032. Yani ni member number 32 wa chama cha ODM. Constituency Funyula, ward inaitwa Agenga na Nguba. Anapopiga kura ni Bujuanga Primary School. Kofi kwa governor wetu. Watatu ni woman rep wetu. Wacha tumuone kama ni member wa chama cha ODM. Amepeana passport number yake hapo, sitaisoma, lakini jina lake ni Omanyo Catherine Nahabi, member number 007838, county ni Busia, constituency ni Matayos, ward yake ni Matayos South, na pigapo kura ni Huyala ECD Orphan and Community Center. Makofi kwake. Wa nne ni area MP wetu Bwana Oku Kaunya, mheshimiwa. Kisha county chairman atafata na MCA wetu, deputy governor. Asante sana. Mwamjua jina huyu? Aitwa nani? Tumeona hapa jina lake ni Kaunya Edward Oku. Member number 008604. Busia County, constituency yake ni Teso North, anatoka Angurai East Ward na anapiga kura Kakemer Primary School. Makofi kwa mheshimiwa wetu. Deputy Governor Bwana Arthur Odero, mheshimiwa. Naam. Mnamfahamu jina? Anaitwa Odera Arthur, member number 009720, county yake ni Busia, constituency ni Teso North, ward ni Angurai North, na anapiga kura Kolait Primary School. Sasa chairman wetu alafu na deputy speaker. Chairman wetu tafadhali, chairman wa chama cha ODM mheshimiwa Matayos, wacha tuone kama ni member, sio? Asante sana. Anaitwa Odanga Geoffrey Makoha, member number 001901, Busia County, constituency ni Matayos, ward ni Buhayo West, anapiga kura Mundika Boys Primary School. Makofi kwa chairman. Speaker na deputy speaker tafadhali, alafu tumalizie hapo na MCA wetu. MCA wetu
Haya, hebu tuone hapa. Speaker anaitwa Frederick Wafula Odilo, sivyo? Anatoka Busia County, sio? Nambale constituency. Ward ni Nambale Township na napiga kura Urban Primary School. Makofi kwa speaker. Naibu wake acha tumuone tukimaliza. Asante sana. Mnajua deputy speaker jina lake? Anaitwa nani? Asante. Anaitwa Kakiada Ronald Baamu Ochalu. Member number 009147. County ni Busia. Constituency Teso North. Ward Malaba Central. Anapiga kura Amoni Primary School. Wa mwisho ni majority leader wa Nairobi County Assembly. Kijana wenu hapa Teso. Tunamuita Jateso, sio? Yes. Asante. Huyo anatufungia chapter hii anaitwa Peter Anyule Imwatok. Member number 001747. County yake ni Nairobi City. Constituency ni Makadara. Yeye ni MCA wa Makongeni Ward. Polling station yake ni Joseph Apudo Primary School kule Nairobi. Na yeye ndio majority leader wetu kule Nairobi County Assembly. Makofi kwake Jateso. Asante sana. Tumefunga sehemu hii. Na ningependa kuwasihi wale ambao hawajajisajili, mwende mfanye hivyo katika ile tent ambayo iko pale ili muweze kuwa wanachama wa chama kikubwa cha ODM. Akina mama hoye. Sasa namkaribisha Deputy Speaker aweze kuendelea na shughuli hii. Asante. Naam, kabla ya hapo Deputy Speaker, kuna uzinduzi rasmi unafaa ufanywe. Nimekumbushwa na membership team yetu, Mheshimiwa Jared hapa, ambapo nitamuita governor pamoja na party leader waweze kuinua bango hili ili aweze kuthibitisha Mheshimiwa party leader kwamba uzinduzi umefanyika rasmi Busia. Makofi hapo. Nakumbuka kwamba anapozindua party leader kubonyeza ni *483*036#. Kama una simu ya picha, piga picha hii kumbukumbu na uende ujisajili kama mwanachama wa chama cha ODM. Asante sana party leader. Thank you very much. God bless you. Thank you governor. Thank you DPL. Asante sana. Deputy Speaker, fursa ni yako. Aya, Malaba hoye! Hebu tusalamiane hewani kwanza nione mikono ya baba. Asanteni sana. Asa, mumefurahi kukaribisha baba? Wangapi wanasema baba karibu nyumbani? Aya baba karibu sana, asante sana. Sasa kwa muda mfupi sana ningependa kualika wenzangu MCAs wote njoni hapa. MCAs wote popote mlipo njoni hapa. Na hawa ni MCAs wa ODM. Karibuni sana. Haraka tujitambulishe na tuseme neno moja peke yake na tuende tuketi. Aya, wapi makofi ya watoto wetu? Aya, asante sana. Chap. Asante sana party leader, naibu wako na wageni wote ambao wamefika hapa Malaba. Ninasema asante sana kwa wajumbe wetu MPs wa Busia watano wa ODM. Nadhani mumetuonyesha mfano mzuri. Thank you. Kwa majina naitwa Leonard Emrait. MCA Mkura East Ward, chama ni ODM. But kwa ufupi, kwa sababu nimekubaliana na yale SG amesema, mimi natoka Amkura East na ni Amkura Central. Asante. Kwa hiyo takrimu yenye SG amesema, usajili wetu Amkura South iko chini, kwa sababu watu tumeanza kupigwa vita na hile na wale watu wengine. Na ninaomba hivi Bwana Rais,
Unajua yeye ndio rais wetu, tulimchagua. Wale mwingine sisi hatumjui. Tunataka reinforcement Amkura East na Amkura Southward, kwa sababu tuko na vita kule, na tunaomba utuachilie kijana huyu ambaye ni majority leader wa Nairobi aje atusaidie pale Amkura South, kwa sababu hii vita sio rahisi, na tutahakikisha ODM na hiyo tutahakikisha kama iko imara. Mungu awabariki na mengi tutazungumuza. Asanteni. Malaba, mjambo. Viongozi wote wakiongozwa na our party leader Mheshimiwa Raila Odinga. Mimi kwa majina naitwa Mheshimiwa James Ongole Adungosi, na kilisha wodi ya Ngorom kule Busia town. Mimi na jambo moja tu, nimesikia hapa bwana SG wetu akisema kwamba Teso South sisi ndio number last registered members wa ODM. Kama unajua unatoka Teso South, tujaribu kaze tuweze kuinua hiyo namba ya voters katika chama cha ODM. Mwisho naomba bwana Oku Kaunya, sasa bendera ya Wateso kwa chama cha ODM peperusha. Baba wetu Ojamong juzi amesema ameenda UDA. Mimi kutoka Teso South na kuomba shikilia bendera ya ODM kwa jamii ya Wateso. Asanteni sana, Mungu awabariki. ODM. Asante baba. Mimi naitwa Mheshimiwa Denzil Edunglot Musumba ama Denza, na wakilisha Chakol South Ward. Baba yangu ni moja tu, kwamba sisi ambao tumechaguliwa tufanyie hao wananchi kazi. Kitu ya pili, tuimarishe chama cha ODM. Na sisi MCS watatu wa kule Teso South tunataka kushika ground, tuwakilishe Teso na tuhakikishe tunashinda kura 2027. Asante. Tuko na mgeni pia, karibu sana ndugu yetu. ODM. ODM. Baba, kwa majina mimi naitwa Mheshimiwa David Odhiambo Magoba, natoka MCA Lower Savannah Ward kule Nairobi. Kwa bedroom ya baba na Jacaranda Grounds kule ndio kwangu, na pale sisi tumesema ni ODM. Kitu baba, watu wanasema pana choka. Baba, pana choka. Baba, pana choka. Wewe ukichoka zitaenda wapi? Asanteni sana. Halo. Halo. Mimi ndio naitwa Mose. Kwa sababu leo baba senior yuko hapa, nitakuwa mdogo. Ya kwanza, sisi kama watu ya Teso South wanasema di sisi ndio tunashika mkia, kwa sababu ati iko MP ya UDA. Baba, tunakuambia leo tunataka tukirudi nyumbani, tunataka kushika Mary, kuteketeza UDA, kuitupa na kukemea katika jina la ipate mpaka tukomboe Teso South. Ya pili, katika nchi yetu hii ya Kenya, kila kitu imepanda wapi? Sukari imepanda wapi? Ushuru imeenda wapi? Baba, utuokoe. Unajua juzi baba, iko watu wanasemanga ati kama Ruto aliingia kwa kiti akiwa nje ya serikali, ati je, saa hii anaweza tolewa? Tunataka tumwambie baba ako nje, lakini ataingia wapi? Ya mwisho, Mheshimiwa Governor, Mheshimiwa nani, sisi tunakupenda, sisi tulikupigia, sisi tulikupigia kura, lakini tunataka uimarishe sekta ya afya peke yake. Sekta ya afya peke. Ukienda kwa hospitali hakuna ambuni, ukipata gloves hakuna, ukipata syringe. Juzi nilienda kutafuta kondomu. Baba, jitusaidie. Haya.
Haya. ODM. ODM. Basi kwa majina naitwa Mheshimiwa Lawi Komanda. Kutoka pale Nairobi Kibira Sarang'ombe Ward. Bedroom ya baba. Kwanza nimesema ni asanteni sana watu wa Malaba. Kwa kutujokeza vizuri, mmekuja kwa wengi sana. Sawa sawa. Ile jambo ambayo ningesema siku ya leo hapa. Sisi kama watu wa Nairobi pale, tunaenda kujiunga na mawakili wote wa Kenya. Maandamano ile ni vizuri tuko hapa na chairman wa maandamano wa Nairobi. Tunaenda kujiunga na mawakili. Tuhakikisha kwamba mawakili waachiwe nafasi wafanye nini? Kazi yao. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, wapi makofi ya waheshimiwa nione hewani. Haya, sasa munisikize kidogo hata na mimi. Kabla nialike leader of majority wa Nairobi, mimi nina ujumbe kwa baba. Niseme nisiseme? Niseme? Baba, watu wa Teso North wamekubali kujisajili 100% kuingia kwa chama cha ODM. Wangapi wamekubaliana na mimi tunasajili haraka? Pili, baba, wewe umelea watoto katika taifa la Kenya. Na umetulelea mtoto wetu mmoja ambaye ni firstborn wetu. Yule kijana ambaye anaitwa Sospita Odeke Ojamong. Wewe ulimshika mkono akiwa mtoto kama anajikojolea. Leo ati amemea pembe. Ameanza kudharau baba yake. Nataka kumwambia popote alipo, akumbuke alikotoka. Akumbuke kwamba baba alimfanya kuwa mbunge. Baba akamfanya kuwa gavana. Leo hii akituambia Wateso atituchukua panya route ya wale matapeli wakora, tunamwambia amepotea barabara na tunamwambia arudi nyumbani haraka uwezekanavyo. Wangapi wanasema Ojamong arudi nyumbani? Wangapi wanasema Ojamong arudi nyumbani kwa ishara ya mikono? Arudi wapi? Haya, asanteni sana. Kwa hayo mengi sasa nataka nialike majority leader wa Nairobi aje hapa. Karibu sana. Haya, murakolia. Bwana Yesu asifiwe. Karibu papari. Ore. Karibu papai. Karibu papai. Onge nyarte imwatok. Ama jateso. Aina kin papa ngo Raila kiro ngolo 2007. Ananiita Nairobi jateso achiel kende. Yani jateso moja. Baba wa taifa ambaye pia ni rais wetu wa Jamhuri la Kenya. Nilisema Amairo si wa Teso. Atu rais mwingine. Naona askari wananiangalia, wanaruhusiwa. Rais wetu ambaye tulimchagua anaitwa Raila Amolo Odinga. Na mimi kama chairman wa maandamano kule Nairobi nimehakikishia Wateso wote, baba akisema left, baba naomba ruhusa, sitafanya maandamano Nairobi. Nitateremka hapa Malaba, nitafunga boda, nifunge Busia, ndio watu waelewe. Baba, hawa Wateso, sisi Wateso tumesema, anayesema twende kwa UDA, huyo ni tapeli, huyo ni mkora. Wateso si wakora, Wateso si watapeli. Ndio maana tunafuata baba wetu wa siasa, tunafuata baba Raila. Mimi ni Mteso, nimechaguliwa mara 3 Nairobi. Baba kinishika mkono akanipatia kiti ya kuongoza wengine Nairobi. Akuona mimi ni Mteso, aliona mimi ni mtoto wa Kenya na mimi ni mtoto wake kutoka Teso. Ameshika Sifuna kutoka Bungoma, ameshika Okukaunya kutoka hapa juu na hapa Malaba. Tunashukuru baba, umetupatia deputy speaker. This young man is making us proud as MCAs. He's the only MCA in ODM with our MP here. Baba, juzi uliposema unakuja hapa, Mheshimiwa Kaunya Asante alitoka usiku Nairobi, akafika hapa akatukalisha sisi wote chini, na sisi kama jamii ya Wateso
tumesema punda ikikwama kwa mteremko tunasukuma. Na kule South Teso, sisi wa Teso, Mamoni Kelepeta kitenge jirani, tunaomba mheshimiwa Paranya, baba wetu mdogo wa Western, apereke bibi yao kule Kakamega. Mary Emasa apereko wapi? Baba, tutakuletea kijana moja kutoka South Teso mwe atatufukuzia wakora. Kwa hayo machache, Maulana aliyeumba Teso na umoja wetu na amani yetu, tunaambia gavana wetu Otuoma, una nyumba 7, hudumia nyumba zote 7 kwa usawa. Asante sana. Deputy Speaker. Haya, asante. Hebu nione mikono hewani ya baba baba. Asanteni sana. Sasa nataka nichukue nafasi hii nialike kijana mmoja kule Busia. Halo. Sasa naenda kualika kijana mmoja, kijana ambaye anaitwa Frederick Odilo, ambaye ni speaker wa County Assembly ya Busia. Wapi mikono ya Odilo anapokuja haraka? Karibu sana speaker. Alika mbunge. ODM. Baba, karibu Teso sub county Malaba North, si ndio? Tuko Malaba katika? Baba, hao watu wote ni watu wako. Sisi tuko hapa Busia tunachunga boma yako, si ndio? Ama mchungi boma ya baba? Baba, hii Busia yetu county tunafanya kazi na governor wetu Otoma. Lakini iko wakoro wengine watapeli. Kazi yao ni kuleta fitina, kujaribu kugonganisha kaunti yetu ya Busia, si ndio? Si tunasema ukweli? Tunataka tuchunge ODM, si ndio? Na si nyinyi mtatusaidia kuchunga? Nani atatusaidia mkono juu? Bas, kwa hayo machache sitasema mengi. Mheshimiwa huku Kaunya kuja utusalamia wananchi. Asante. Asante sana baba wetu Raila Amolo Odinga. Ite sange muri akolia. Ila karasa ki diaon papa lolo. Kikias bera kanin kila karani ki jokis. Kikias kanin. La mitongo si ilom tosi ko kipone kale joko na noi bala kwa parimarima beke dia ot papa bong oni ki jokis bongo ODM kikiasa kanin lama akotongo kapupo ke silolo papa tena eroko akotonga yara pakina anyarau ni luegelute MPs luangi paupati lukalashno giche batagi unonge koka ni kore kalera ete deputy governor kokulo kore alibo deputy governor kimalasi bongo nesepe bon wapi deputy governor wetu akuja asalamia watu wake ijolo kimali tunga Ayalama. Osemuri akoliae. Baba kiongozi wa chama chetu cha ODM ambaye ni kiongozi wetu tangu zamani keneronga Teso. Konga bana tonge muri akolea butongo neni. Ingalet ko nyosi. Idi auto si party leader. Imosa idi auto party leader kikiasa kanin. Alama noi. Nataka niseme neno moja kwa party leader Kabongonyo Ngateso bong Kera Neside bong. Baba, nataka kuhakikishia jambo moja. SG wa chama chetu amesoma numbers hapa ambazo zinaelekea kutuambia kwamba sisi wa Teso North na South tumeregea kuweka watu katika chama.
mimi nataka kukuhakikishia siku ya leo, kuanzia leo tunaingia mashinani kuhakikisha kwamba watu wamejisajili kwa chama ibaki ikiwa imara hapa Teso. Abala konyongo si ngaya pelemu opopa kiteso number 1 litata ya Teso kapugani ngai. Hello. Bong hello. Ngai. Raila Amolo Odinga. Ena kotonga limono sakro tape. Apugane sidbale tianga koro. Emma mitwa nikos kotoma kapugan. Nikitete yayo si ni ejena krokos ni right opopa kos twangine to sorot. Alama asinoi. Alama. Basi lehera sosi tuanoko. Basi alama kotongo ayara pakina. Baba Raila Amolo Odinga, tachukua fursa hii kuweza kuwakaribisha wenzangu wa bunge, na nitaanza na mbunge wa Butula, Mheshimiwa Oyula. Karibu sana. Akani kinomoto chabakani. Ekare. Watu wa Teso hamjambo. Hamjambo. ODM. ODM. Ninafurahi sana kuona Wateso wanajiandikisha na ODM. Sisi Butula ni ODM damu. So tunapenda Busia yote iwe ODM. Our party leader, na kushukuru sana kufika hapa kwa this exercise ya registration. Tunafurahi na tunataka watu wa Busia wote wawe ODM. Asanteni. Asante. Nitamuomba Mheshimiwa Daktari Oundo kutoka Funyula. Kekare. Party leader, deputy party leader na governor wetu, watu Malaba, hamjambo. Hamjambo tena. Baba, karibu Busia, karibu Teso, karibu Kenya. Sisi tukikuwa hapa tunafurahi sana. Hiyo nguvu umetupatia, tutaendelea kufanya nayo kazi. Baba alikuwa anasema hapa, SJ alikuwa anasema atufanyila ndio namba 2 kwa ujali watu wa ODM. Nilishuku hizo namba sana. Nitaomba SJ ufungue server tuangalie vizuri, kwa sababu yetu sisi watu wa Samia tuko wengi kwa ODM kushinda watu wa Bunyala. Lakini tutafanya juu na chini tuhakikishe kuwa tunajiandikisha kwa watu wa ODM. Baba, tulikuwa tunaongea hapa na Wanjala na Mheshimiwa huku Kaunya, Teso South. Tunaomba chini ya governor mtupatie nguvu, twende Teso South, we reclaim our chama kiti yetu ya ODM. Naomba wale MCA wote tutaungana pamoja. Baba, tunaomba usichoke. Wakati huu sasa tunasimama hapa, hao wananchi wanaumia. Wanaumia, hawana karo kupeleka watoto shule. Baba, wanaumia, hawana unga. Baba, wanaumia, hawana vile wanatalipa matibabu. Tunakuomba Baba usichoke. Na tunaomba serikali ya Kenya, tunaomba serikali ya Kenya kuisha mambo ya ahadi ya uongo ya kila siku ikome. Wakati wa kufanyia wananchi kazi ni wakati huu. Kingoja chuma cheni kiweke motoni 2027. Watu wa Teso tunaomba tubaki kwa chama cha ODM. Asante sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Asante. Nataka kumkaribisha Mheshimiwa Wanjala kutoka Budalangi. Kikare chabo. Haya, nataka kuona salamu za baba, salamu za baba, salamu za baba, salamu za baba. Wateso mlembe. Mlembe handi. Mumefurahi kukaribisha baba hapa nyumbani. Na sisi kama watu wa Busia tuko na furaha baba kukukaribisha siku ya leo hapa. Sisi tunakupenda, na vile unajua sisi watu wa Busia, unajua uwezi jirani unajipatanga tu umeishi na jirani. Uwezi chagua
jirani, lakini unaweza chagua rafiki. So jirani yako lazima muishi kwa mapenzi. Ndio hata Biblia inasema na upende jirani yako vile unajipenda mwenyewe. Paka hapo tuko pamoja? Tuko pamoja na watu wetu wa Teso. Mbunge, wabunge, MCS, women rep, governor, deputy governor, na party leader, na senator. Sisi ndio kutafuta kura. Si ni ukweli? Si ni sisi tunatafuta kura? Tafuta kura. Hata sisi tuko na maofisi. Governor pia ako na ofisi. Ameweka watu. Na unajua MC ameongea hapa. Hata mimi niliongea juzi. Otuoma akianguka kura, maana yake Wanjala ataanguka, MC ataanguka. Raila kura yake itaenda chini. Na tumesema hawa watu wameandikwa chief officers na ministers, they are just beneficiaries. Hawaendangi hasara, hata hawatafuti kura. Wakileta mchezo kwa kazi Otuoma, crack the whip. Crack the whip, kwa sababu hawa watu ndio watakuangusha. Na hatuwezi kubali kuanguka. Hawa watu, crack the whip. Usione eti huyu ni Muluya, huyu ni Mteso. Hatuna deficit ya Wateso. Futa Teso, leta Teso ingine. Futa Muluya, leta Muluya ingine. Na uanze na ule Kulia lala. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Na ule mtu wa kwanza ambaye ametuleta down ni si wa sports and culture. Hatuwezi kumaliza mwaka hakuna sporting activities, hakuna cultural activities ametupangia. We are saying watu kama hao they must go. Tuko pamoja. Na nyinyi watu wetu, Wanjala ndiye alisema nani tawe? Si mimi ndio nilisema Ruto tawe. Wakenya wenyewe wakafanya makosa. Lakini si Wakenya. Wakenya walipigia baba kura. Na sasa ndio tumejua ya kwamba kumbe koti ililipwa. Koti ndio ililipwa, ndio wakapatia Ruto uongozi. Na Ruto mwenyewe ndiye ametuambia koti iko corrupt. That means aliwa corrupt, wakafanya ruling in his favor. Sasa tunataka kuambia Martha Koome ya kwamba Martha Koome, come out and tell us how much Ruto paid you. And if there is any balance you demand, that's why he's angry with you. We also want to know. Because Ruto is not telling us which judge is corrupt. Yeye anasema tu all judges are corrupt because he corrupted all the Supreme Court. So Martha Koome, kama wewe ulikuwa recipient, come out and tell us why would the president who NIS is at his disposal, director for criminal investigation his disposal. Kwa nini hawezi leta evidence aseme ni fulani yako corrupt, anasema tu what? That means alilipa paka hapo tuko pamoja. Alafu Ruto aache kutuambia mambo ya social health insurance. Eti kila mtu atatibiwa. Kama umenyang'anya watoto wadogo insurance yao kwa mashule, wewe unatuambia watoto gani, watu gani? Na watoto ni karibu 2 milioni wale wako shule, na umewanyang'anya insurance ya matibabu. Kwa hivyo nataka kuwashukuru kuja kwenu kwa wingi, na tutawatembelea. Na vile mheshimiwa umesema, tumesema unajua sisi tunataka ingia Teso South. Wakati tukiacha wakicheza hapo, wata infiltrate Teso North na Teso na Mbale. Na hatutaki kukubali. Governor, tuko chini yako, you will lead us. And I know you are a strong man. And these people who are letting you down, rudi huko, tengeneza kalamu, futa majina. Asanteni.
Asante sana. Ilakaro sozi chuti. Eneratwani. Alama. Sasa nitamkaribisha Mheshimiwa Odinga kutoka Matayos. Karibu Mheshimiwa. Emri akoliae. Alama chuti. Noi. Sasa baba, sisi watu wa Busia nataka kuhakikishia leo ya kwamba sisi tutaendelea kuongeza idadi yetu katika chama cha ODM, tuendelee kuwa number 1. Si namna hiyo? Wangapi wanasema tuwe number 1 kama wanachama ODM? Na wale nyuma je? Wale wa nyuma tumalize mara moja. Na wewe kama uko hapa na kura iliyopita ulipigia Ruto, wewe unaona ni kwa sababu gani uendelee kumpigia? Kuna sababu? Leo ndio siku na kuendelea mbele, ruka haraka ukuje katika chama cha OD, chama ambacho kinajali maslahi ya watu. Tuachane na chama cha wakora, si ndio? Wanachukua ushuru kila siku, wanaongeza ushuru kila siku. Hata wa mashamba yenu watakuja kuongeza ushuru. Mnasikia? Mko na mashamba ya kuwa taxed. Wangapi wako na mashamba ya kufanywa taxes? Hakuna, si ndio? Kwa hivyo sisi watu wa Busia tumeambiwa hapa na SG ya kwamba kitu kikinuka ama kikioza kinaozea wote, si ndio? Wale waliopigia Ruto kura nafikiri hata nyinyi ndio mnaumia zaidi. Mbona muendelee kuumia nyinyi? Kwa sababu inawauma kwamba mlipigia kura mtu mwenye amewacha watoto wetu wasiende shuleni. Basari hawajatuletea. Mnasikia? So anybody ambaye alifanya makosa akawa katika chama kingine, tafadhali una nafasi ya kuhama na kuja kwa chama cha watu ambao watajali maisha yako, na kila siku Raila Amolo Odinga anatetea maisha yako, si ndio? Wangapi bado wako na Raila Amolo Odinga? Ya alama noi. Bas, nikielekea mwisho, nataka kumkaribisha Mheshimiwa Catherine Omanyo Kipepeo. Emuria Kolie. Huko nyuma mnasikia njaa ama vipi? Hebu nione watu wako ODM huko nyuma. ODM. Wangapi wanapenda baba? Nione kwa mkono. Baba hapa Busia, kwa watu ambao walikuwa elected wote kwa ODM, kuna yule ana tabia kama ya baba, na nimejichunguza nimeona ni mimi. Sasa mkiona mtu anababaika anajaribu kuweka mimi chini, kuna kakitu ameona kwamba nitasumbua. Na baba, asante kunishika mkono na kuniempower. I will not be cowed. I want to announce danger. That State House Ruto, hii maneno ya kuchelewesha pesa ya wananchi sio yake. Pesa ya ngaf, pesa ya CDF wanachelewesha. Sasa hii wazazi watoto wamepata admission letters, lakini watoto wako nyumbani kwa sababu Ruto amekatalia pesa. Anataka kumicromanage every department. Tunasema Ruto atoke. Kama unaongea Kiteso kamili, sema mam, hatumutaki, kwa sababu ako kama ile umbwa imeshakula nyama alafu inaanza kukula mfupa. Anamaliza Wakenya kutoka Mombasa paka hapa Changara. Kwa hivyo baba, mimi nataka kuhakikishia hapa Busia, kama kutakuwa na watermelon yoyote anakuja kwako mchana, anaenda kwa Ruto usiku, tunataka kuchungana na yeye unyo kwa unyo. Wangapi watanisaidia kufukuza hao watu kama hao? Kwa hivyo baba, watu wa ODM wananyanyaswa pia, hata kule kwa bunge wanajaribu, lakini ukiniangalia hivi mimi nakaa mtu kuninyamazisha. Hata wanitishe baba, nitakuwa tu kama wewe. Nimekuambia niko na tabia kama yako, lakini yangu bado iko nasari. By the time nakoma nitakuwa huko kwingine. Otherwise, governor wetu, we want you to unite us. Usikue na yule unapenda zaidi ya mwingine. Mimi unipende usinipende na kupenda tu. Tufanye kazi, si ndio? Mulifanya vizuri kutuchagua vile mulituchagua. Ndio mwingine ana oversee mwingine. Mwingine akiona mwingine analala anaamusha mwingine. Judiciary
inatakana ikuwe independent. Sijui tena Ruto pia ni judge, juu anataka kukua kila kitu, na ukijua kila kitu it means you are foolish. You must also keep quiet and listen. So wale wana advise Ruto wazidi mislead yeye mpaka ikifika 2027 kazi inakuwa rahisi. Hata mimi naomba 2027 isifike. Baba, fanya tu kitu vile unafanyanga, tuamue tena. Si baba anakaa State House, si anafanana State House. Mtu asilete nyenye huko kwa vijiji ati uda ina sound kama Yuda, Judas Iscariot. Najua wanakuja polepole wakiwadanganya, wakiwapatia hiyo pesa ni yenu. Kuna wakulima hapa, munafuga kuku, munafuga ng'ombe, munafuga mboga. Sasa pia hiyo ati Ruto anataka ukishapanda na ukazane na uvune ati unabebea yeye fungu la 10 ama alisema. Na chakula inaendanga wapi? Ruto mwenyewe amekonda. Msimpatie hiyo chakula. Mubarikiwe sana. Asante sana. Na mejokuna. Kino mateberakano kwae. Ela masi. Ite sanga kotonga limu ni adisi usa. Haya katiti kisi. Baba, kabla sijamkaribisha kiongozi wetu katika bunge Mheshimiwa Wandai, nataka niseme machache. Mheshimiwa pia Wandai yuko hapa, basi atakuja kuwazungumzia, si namna hiyo? Baba, nataka kuanza kwa yale SG yetu Senator wetu Sifuna alisema. Ametuambia kuwa tuko namba 6 katika county. Nataka kusema ninakubaliana na yeye, tuko namba 6 katika percentage, lakini kwa numbers sisi na namba 2. Ile constituency imeongoza na 43. Sisi tunafata na 37,000. Lakini baba, nataka kuhakikishia leo usajili ambaye naendelea tunaelekea huko namba 1. Pili baba, hii area hii ya Teso North yote ni orange, ni ODM, si ni kweli? Lakini kuna wadanganyi wengine wamekuja hivi karibuni na pesa sijui wanatoa wapi, ati kuregister chama ya UDA mtu anatoa shilingi 2,000. Mimi niliwaambia baba, watu wangu wakileta hiyo pesa tukule. Kuleni hiyo pesa, sisi tubaki ODM. Si namna hiyo? Wangapi tunakubaliana nayo? Tatu baba, katika maombi ambayo viongozi hapa wametoa, baba ulisaidia sisi kijana ambaye sasa ni mzee Ojamong kuwa mbunge, akawa governor na ameendelea namna hiyo. Juzi tena akajaribu kuwa MP, tena kurudi nyuma, wananchi wakamkataa kule Teso South. Lakini baba, ninajua kuwa community yoyote katika Kenya kuna kiongozi yao, na nimesikia kwa viongozi hawa na wananchi hawa wakisema, na mimi nimekubali kuwaongoza hawa wa Teso, tukomboe kule pia Teso South iingie fully ODM. Tunakubaliana? Wangapi wanainua mkono? Kwa hiyo ya tatu baba, nataka kushukuru, kuna hawa vijana wawili, Deputy Speaker kuja hapa na Majority Leader wa Nairobi. Baba, kama sio wewe, huyu kijana Ochalu ambaye ni MCA ya hapa Malaba Central hangekuwa Deputy Speaker. Na hiyo hata gavana anaweza kuconfirm.
Si ni kweli? Hata speaker anaweza kuconfirm. Lakini neno ya baba tu moja. Baba, nilipokuuliza na nikakuomba, sisi hatuna leadership. Ukachukua tu simu mara moja, ukapiga kule, ukawaambia gavana, speaker, lazima Busia iwe moja, tugawe kwa usawa, patia hii kijana akuwe nini? Deputy speaker. Nataka kukushukuru sana baba. Pili baba, huyu kijana Imwatok ambayo ni majority leader katika city kubwa ya Kenya, Nairobi City. Huyu amekuwa MCA 3 times, mara 3. Yeye ingawa yeye ni chairman ya demo, yeye ni chairman ya vitu vingi, amehesabu tu moja. Lakini baba, kama sio wewe kusimama na huyu, hangekuwa majority leader Nairobi. Baba, umekuwa ukikumbuka Wateso, na wewe unaangalia kila kabila waweze kupata nafasi sawa. Na kushukuru sana baba. Emosa yala mkito papa kaka nini? Yala machote. Yala machote. Yala ma. Nataka kumaliza kwa kusema baba, nitataja tu kwa kifupi mambo matatu ambayo kidogo watu wetu wanaona wamefinyika. Kitu moja hata wenyewe wamesema hakuna dawa, ni kweli. Na hapa tuko na gavana wetu ambaye huyu gavana ni ODM, si ndio? Baba, mwambia gavana atumie njia zote kuhakikisha tunapata madawa kwa hospitali. Mambo hiyo ingine ilitajwa na mwingine, wacha tuache hiyo, kwa sababu sasa tukitafuta mambo ingine hiyo wache izungumziwe huko. Sawa na hiyo. Jambo la pili, Wateso kila mahali wanataka tu kitu inaitwa equity. Yaani kukua, munakuwa recognized, munajulikana pia kama muko Kenya. Baba, ulitaja hii mambo ya kutairi. Osilu, pupeta osi. Ijene tozi mamoni kitube nete kapuka luche kalu. Enera naet baba kerongun ngama kodaki tekwentunga. Bongo ngin. Kwa hivyo baba, kitu ambayo nataka kusema mbele ya hawa, nisiposema watashangaa sana. Baba ana uwezo kubwa, president ya hii nchi Ruto ana uwezo kubwa ya kuwhip ama kuzungumzia wajumbe wa vyama yao. Ndio bill ile ya kupendekeza Teso County, Mount Elgon County na zingine ikiingia bunge tunapitisha mara moja. Najua majority yuko hapa, namkaribisha sasa. So baba, kuna maombi ya Wateso kama wale wengine tupate county ndio mali iingie kwa wananchi. Si namna hiyo? Emosa kote se county. Emosa alama. Nataka kumaliza baba kwa kusema kuwa katika eneo hii Malaba sasa ni municipal council. Na nilitaja baba kule kwa viongozi. Nataka wananchi wasikie kuwa baba, tunamuomba gavana wetu kuwa hii municipality ya Malaba ipewe pesa na wafanyakazi wengi watoke hapa. Ndio tuweze kueneza uchumi ya hapa, tutengeneze ajira. Si namna hiyo? Ejaza chikoto zozi. Bonga daunozi. Bas, wacha tayarishe makofi yetu, tumukaribishe majority leader. Rafiki yangu Opio Wandai, karibu sana. Aya, asante sana Mheshimiwa Kaunya. Wananchi wa Malaba hamjambo? ODM! Wapi jeshi la baba? Kwa sababu ni siku ya baba, mimi sitasema mengi.
Lakini la kwanza kabisa nimeleta salamu ya watu wote wa Siaya County. Wangapi wanapokea salamu ya watu wa Siaya? Vile vile niko na salamu ya wabunge wote wa ODM na Azimio kwa jumla kutoka Nairobi. Mmepokea? Umuri ya kulia. Umuri ya kulia. Mnajua mimi wakati nilikuwa kijana nilifanya hapa Teso miaka mingi sana. Kwa hivyo mimi sasa hii ni Ekamuran. Mimi ni Ekamuran. La tatu, mimi nataka kuwashukuru wananchi wa Teso North kwa kuamua kuchagua Oku Kaunya. Huyo Oku Kaunya ni ndume kamili. Wangapi wanaunga mkono Oku Kaunya? Na kule bungeni Oku Kaunya ndio macho yetu katika kamiti ya security ambayo inasimamia hawa askari. Na Oku Kaunya amesimama kidete pamoja na hawa wabunge wote wa Busia County. Wakati wabunge wanunuliwa kule Nairobi kama mbuzi na pesa ya umma ambayo imeibiwa na wakina UDA, Oku Kaunya na wenzake wa Busia County wamesimama kidete ndani ya chama cha OD. La tatu, vile imesemekana wakati huu, nataka tuamue sisi wote watu wa Teso ya kwamba uchaguzi ujao tuchukue Teso North na Teso South vile vile. Sina mna hiyo? Mnajua Ojamong ni rafiki yangu sana. Mimi nimetoka na yeye mbali sana kama watoto wa baba. Lakini Ojamong baada ya kufanya kazi ya gavana miaka 10 akaamua kufanya reverse. Akaenda Teso South, akachukua tiketi ya rafiki yangu Omuse, akashindwa na mama. Aibu au si aibu? Aibu au si aibu? Bwana Otuoma, usijaribu kufanya kitu kama hicho. Baada ya mula yako ya kuwa gavana, wewe usirudi mambo ya MP. Kwa hivyo wakati huu nataka chini ya Oku Kaunya tuhakikishe ya kwamba Teso South inarudi chini ya OD. La mwisho. Hii serikali ya Ruto imeshindwa na kazi yake. Wanaiba pesa ya umma na kazi hakuna. Nashangaa kazi yao chini ya katiba ya shule ya sekondari, shule ya primary, ya universities wameshindwa nayo. Ili hali sahi wanajigamba ya kwamba wanataka kazi ya ECD. Kazi ya shule ya nursery sio kazi ya national government. Nashangaa kwa nini Council of Governors ati wanajadiliana na serikali kuu kuhusu function ya ECDE. ECDE ni kazi ya county governments na lazima Ruto atoe pesa alete hapa chini ili kazi ifanyike. Wana machache, asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Asanteni sana. Haya. Hapa kuna rafiki yangu mbunge wa Saboti. Mbunge wa Saboti, Mheshimiwa Caleb Amisi. Wacha sasa salimie dakika moja tu. Haya, vijana mjambo? Watu wa Malaba mjambo? Asante sana. Baba alikuwa ameongea? Kama alikuwa ameongea singeongea. Nataka munisamee, nimechelewa. Nimetoka kule Kitale. Hapa ni Wateso wako hapa? Na mnajua mko na marafiki wenyu wengi sana kule Kitale. Nani ndio baba yao huko? Nani ndio baba yao huko? Mimi ndio mbunge wa Saboti, na kule Saboti tuko na Wateso wengi sana. Na mkiwapigia simu watawaambia baba yetu ni Caleb Amisi Luyai. Vijana nikisema power mnasema power. Vijana power. Vijana power. Wamama hai. Wamama hai. Wazee kukukukukuku. Asanteni, Mungu awabariki. Basi asante sana mheshimiwa. Nataka kuchukua fursa hii Wasilu. Ipupo tozi kilioko. Kakezka totenera tayanera tota pebong. Ilaka rasi. Aloma takero. Idiautos baba. Aya, sasa tachukua fursa hii kumkaribisha gavana wa kaunti ya Busia, Daktari Otuoma. Karibu. Aya, hamjambo, tusalimiane kwa hewa.
Asanteni sana watu wa Teso North hapa. Mmefurahi kuona baba? Mimi pia nataka kuwashukuru sana kwa sababu leo ni siku ngumu, lakini naona mmekuja kwa wingi. Na leo ni siku ya baba, si ni ukweli? Mimi nitasema kitu moja tu. Ya kwanza nataka kuendelea kutoa shukrani kwenyu sana. Hapa Teso North mulipigia mimi kura kwa wingi sana. Lakini mingi sana mulipea baba, si ndio? Baba ndio mulipea mingi, lakini pia mimi mulinipigia mingi sana. Na ile maneno yote mumezungumuza. Nataka kuambia mwaka hii tumesikia. Mumezungumuza mambo mingi, tumekuwa na delegates kule, na mimi nataka kuhakikishia kwamba ile maneno mumezungumuza na ile kura mulipiga haiwezi kwenda bure. Tukisimama hapa mambo ya madawa tunatatua, isiwapatie shida. Kwa sababu ngoja niwaeleze, tayari county government ya Busia tumepeana pesa katika kila ward, pesa ya madawa. Hakuna sasa ati mtu ananunua madawa Busia. Madawa itakuwa kwa ward. Hiyo ndio mimi nabadilisha. Tumeshikana? Tumeelewana? Kwa hivyo hiyo tunabadilisha. Kwa hivyo kidogo tu tafadhali. Unajua hii maneno tunaelewa. Ile nataka kusema kwa sababu unajua, ngoja niwaeleze. Hata Odera si ni mtoto wenyu? Hata Odera ni mtoto wenyu? Hata Odera ni mtoto wenyu? Na siendi amesimamia hospitali. Hiyo mimi ndio nawaeleza tutafanya. Kwa leo kidogo tu tafadhali. Kwa leo nataka kuwaeleza kwamba tuko mambo ya ODM. Tafadhali leo tumekuja kujisajili, tusaidiane mbele ya baba tuweze kujisajili. Na mimi nawaomba kwamba hii maneno ingine yote mnazungumuza tutakuja kufanya. Kwa hayo machache, wacha nimuite Mheshimiwa Oparanya aweze kukaribisha baba. Haya, makofi kwa Mheshimiwa Oparanya akuje. Haya, asanteni sana. Wateso hoye! Wateso hoye! Nione salamu za baba. Wateso, nyinyi mnajua mimi mmoja wenu? Si mnajua hiyo? Na nilikuja hapa 2022 kuja kutafuta kura ya ODM. Nataka nimshukuru nyinyi mlipigia Okuka Unya kura ya ODM. Nataka mshikilie hapo, mnasikia? Msikilie hapo, na kushikilia hapo ni kuona ya kwamba watu wetu wanaingia kwa chama chetu cha ODM. Ndio kwa sababu tuko hapa. Na nyinyi mkitaka muwe na sauti katika county government, naona mna complain. Paka mulete wabunge wengi wa MCA kwa ODM, ibaende wapi? Busia. Waangalie mambo yenu kule Busia. Na pia kule Teso South mulete mbunge wa ODM aungane na Okuka Unya kule Nairobi, ndio mupate vitu mingi. Mnasikia hivyo? Kwa hivyo mshikilie hapo na baba Raila Amolo. Mimi kama deputy party leader na waheshimu watu wa Busia, kwa sababu nyinyi watu wa Busia, nyinyi ndio wengi sana ambao wamejisajili katika chama cha ODM. Mumpigie makofi. Nyinyi ndio namba overall Kenya mzima, nyinyi ndio namba
mshikilie hapo. Na mimi sasa nikisimama hapa, mnakumbuka wakati baba alikuja hapa, alisema watoto watasoma kuanzia nursery mpaka university. Saa hii mnapata shida kwa sababu hakuna pesa ya basari ya kupeleka watoto wenyu shule. Na wako wengine hapa walikuwa wanapikia UDA kura. Mnasikia hiyo? Na tulikuwa tupate elimu ya bure. Na hii mambo ya kuongea saa yote kwa judiciary tunataka ikome. Wawache judiciary ifanye kazi yake, kwa sababu hao pia wana kazi yao. Mnaona kama huyo deputy president vile anaongea, sijui huyo mwenyewe alisoma wapi, ajui kazi ya judiciary ni kazi gani. Kwa hivyo nataka nyinyi msimame chini ya Raila Amolo Odinga, chini ya ODM 2027 tuingie karibu baba Raila Amolo Odinga, uongee na wananchi wako. Ateso hoi, vijana hoi, wamama hai, asanteni sana. Yoga Moskoria, yoga noi, asanteni sana. Mimi nimerudi hapa, nimerudi nyumbani. Nikiwa hapa Teso, mimi niko nyumbani. Mimi naongea na madaha na majivuno, manake najua kuna kitu naweza kufanyika hapa. Wateso wamesimama imara. Nataka wale waone Wateso hapa. Mimi nikifija hapa, hata mimi nalala hapa tu. Manake mimi niko nyumbani, sio? Naweza kusema chochote hapa, sio? Tuliamua ati mwaka hii tutaanza kuimarisha chama chetu cha ODM. Mwezi uliopita tulikuwa kule upande ya Migori, upande ya Homa Bay, Kisii, Nyamira, Kisumu na Siaya. Baadaye tukaenda Kakamega. Alafu sasa tukakoma hapo, manake mwaka ilikwisha. Tukasema sasa tukianza na Busia. Sawa? Ili leo tuko Busia, kesho tutakuwa kule Vihiga, kesho kutwa tutakuwa Bungoma, tutakuwa tumemaliza mkoa wa Magharibi. Sawa? Toka hapa tunaenda Pwani. Sawa? Kwa hivyo mkutano wetu wa kwanza wa mwaka 2024 tumeanza hapa Busia Malaba. Tumeanza hapa Malaba, unajua ni mpaka. Niliambia jamani, tunataka ile SGR ambayo pale imekoma kule Naivasha ijengwe, pite Kisumu, ingie Malaba, ndio aende pande ya Kampala. Sawa? Sasa tunataka namna hiyo. Tunataka namna hiyo. Ruto ambiwe. Sasa mimi nataka kutoa shukrani kwenu. Manake tangu ile uchaguzi uliopita sijaonana na nyinyi. Lakini nyinyi mlitimiza ahadi. Ndiambia mimi mtapiga kura na mkapiga kura kwa fujo sana. Simpiga kwa fujo. Ruto kuona chochote hapa. Aliona chochote? Hakuona chochote. Kwa hivyo nyinyi mkisema chochote mnataka ifanyike, mimi nitatimiza. Ile ambayo ya kupeleka juu nitapeleka juu. Sawa? Sasa mimi najua Okuwa ameongea hapa.
amesema maneno matatu. Ameongea juu ya mambo ya ugavi ya rasilimali ndani ya county hapa, ati iwe sawa sawa, sio hiyo. Mtu anaongea na gavana hapa, utuma unya lego huyo. Hii ni mtu yangu, wachi mimi kama nataka kufanya kidogo na mimi nitachapa ya kiboko. Mtaona marekebisho. Hello? Mtaona marekebisho. Umeongea juu ya mambo ya dawa, sio? Sio? Hata yeye alikuwa ameniambia mimi. Maana yake ukuu aliongea juu ya mambo ya municipality hapa ya Malaba. Ati Malaba ilipewa municipality lakini bado haijakamilika. Akaniambia kwanza maneno iliyoenda mahakamani. Hilo alienda mahakamani. Ikakwama huko, ndio sababu mambo yamechelewa. Sasa wamaliza mambo ya mahakama na itatembea. Sitatembea. Nikirudi hapa tena baada ya miezi 6 nitauliza nyinyi kama mmeona mabadiliko. Sawa sawa? Maana ameniahidi ya kwamba kutakuwa na mabadiliko. Mambo ya dawa vile vile yataangaliwa sawa sawa. Sawa. Pande nyingine ameongea bwana Okuu, ameongea juu ya mambo ya Wateso, wanataka mambo ya county, sio? Sasa mambo ya county. Nataka kuambia nyinyi sio Wateso peke yao. Wakuria wanataka county. Wale wa Sabaot wanataka county. Na hata wale watu wa Pokot wanataka county. East Pokot, wanataka iko West Pokot. Sasa mimi nimesema kuna wale wote ambao walikuwa hawataki ugatuzi. Ugatuzi ilikuwa iko na maadui wengi zaidi. Walikuwa hawataki kuleta ugatuzi. Tulipokuwa kule Bomas of Kenya walikataa. Mnakumbuka kwanza tulikuwa tumeweka regions 14. Sio? Tulikuwa tumeweka Busia na Bungoma ilikuwa region moja. Kakamega na Vihiga region moja. Kule Nyanza kulikuwa na region 3. Alafu ilikuwa Rift Valley ilikuwa vile vile 3 na hiyo. Lakini Wateso walisema wataki kukua pamoja kwa region moja na Wabukusu. Wabukusu wakati ile wanafanya ile sherehe yao ya tohara ya kutahiri, unashika mwanamume mtu mzima kwa nguvu alafu anakata. Sasa walisema hataki hao watu. Sasa mimi tukasema unajua nchi kama Marekani ni continent mzima na iko na states 52 peke yake. 52 states in United States of America. Moja ya states kama Texas ni kubwa kushinda Kenya. Kenya tayari iko na counties 47 na ni smaller than Texas. Kama counties ziko kubwa ndio inakwenda kufanya maendeleo mzuri zaidi. Kama zimekuwa ndogo ndogo iweze kufanya maendeleo mzuri. Ile kitu inahakikisha ya kwamba ugavi ya rasilimali inakuwa sawa sawa. Kila wote wanafanya nini? Haki yao, sio? Ndio kule Bomas tuliwaambia wale watu. Yule mtu ambaye anaongea juu ya mambo ya tohara ni mjinga. Ati mtu amekata ngozi huko chini. Anaona yeye ni mtu muhimu sana. Mungu alifanya makosa kuweka hiyo ngozi hapo. Wewe unachinja mwenzako, alafu unakwenda unajivunia ati mimi nimemchinja yule jamaa. Hata kina mama anakwenda nakata kinembe. Ana haribu pale mbali na pale kina mama masikio utamu. Ati anasema yeye ni mwanaume sana. Sio, ni mpumbavu huyo. Sio, ni mtu mpumbavu.
Anasema tu wewe Mteso huwezi kuongoza, manake hujatahiriwa. Hiyo ni kitu gani hiyo? Wale ambaye wanaongea siasa ya tohara ni wapumbavu. Kila mtu hakuna haki, sio? Kama wewe mfuate hiyo mila, hiyo ni sawa mila, haki yako. Ni haki yako ya kibinadamu. Lakini waacha yule mbaya hajaamua hiyo. Usimdharau. Yeye ni Mkenya kama wewe. Ama sivyo? Ama sivyo? Hawa watu tuwafanye nini? Tuwafanye nini? Tuwalaani, sio? Siwalaani hawa watu ambao wanagombana na Mungu. Sio? Sasa hiyo maneno sisi tutaketi chini, tutaongea vizuri, tutaangalia. Sawa sawa? Sawa sawa vizuri. Mambo zingine watu wanalalamika. Ni mambo kwa mfano hii ya mambo ya elimu. Watoto wamekoma nyumbani. Karo hakuna. Kurudisha nyumbani. Sisi tulisema tukishika hatamu ya utawala kama ODM, watoto wanasoma kuanzia nursery, primary, secondary mpaka university bila kulipa chochote. Sio? Tulijua pesa itatoka wapi. Sijua namna hiyo. Tena tukasema wale maskini ambaye hawana mapato yoyote, wale hoe hai hawinde, watapata nguruwe 6 kutoka kwa serikali kila mwezi. Sivyo? Na wale wa mama ambaye wana watoto lakini hawana mabwana, single parent mothers, wale ni wajane na kadhalika, tulisema tuwapatie nguruwe kila mwezi, sio? Sivyo? Na tulikuwa tuko na mpango pale hiyo pesa itatoka. Sisi kama chama cha muungano ya Azimio na ODM tulikuwa tumempango sawa sawa. Hawa jamaa walikuwa natoa ahadi bila mpango. Walikuwa natoa ahadi bila mpango. Ati mama mboga, jua kali, boda boda,